Infidelity tukaona ni germs moja mbaya sana inayoangamiza familia. Hiyo imesimamiwa hapo. Ile tent mlikuwako jana? Mumeingia leo? Unyinyi wote? Hawa tunafikiri maslolana. Bado hiyo tent nafikiri itasongeshwa. Kama mtajibu maswali kesho itawekwa hapa. Watu wa tent ile uaminifu kwa familia upande huu intolerance, asante sana, na mambo mengine mengi ameweza kurudia kwa sasa. Jana nikaahidi ya kwamba vyenye jana tuliongea juu ya general, sasa leo nataka tuongee juu ya wanaume peke yao katika familia. Na juzi wiki moja iliyopita ndio tuingie hiyo wiki nyingine kando na hii iliyopita nilikuwa kambi ya prisons. Na kitu ambacho kilinishangaza sana pale kwa makambi hayo, hiyo ni jela moja ambayo ni kubwa sana huko Nyeri inaitwa King'ong'o Prison. Na nilipoenda mahali pale watu walikuwa ni wengi kweli. Kuna jela inaitwa medium, kuna jela inaitwa maximum, na kuna jela nyingine inaitwa women's. So nilikuwa nina preach asubuhi kwa women, kisha ninaenda maximum, na hapa katikati kulikuwa na mhubiri aliyekuwa amewekwa. Nilipokuwa ninaingia kwa prisons, nilikuwa ninapata wakina mama walikuwa 54 na watoto 5. Lakini nilipoingia maximum kwa wanaume, nilipata wanaume 1,000. Hiyo ndio hali ambayo iko katika ulimwengu wa sasa. Wanaume wana challenges nyingi. Ukienda jela asante. Ukienda jela nikagundua kumbe wanaume ndio wengi kuliko kina mama. Ukienda mochari wanaume ndio wengi kuliko kina mama. Ukiingia ugonjwa wa mental illness, wanaume ndio wengi wanaopatwa na ugonjwa wa mental illness. Wanaume ndio wengi ambao hucommit suicide. Wanaume ndio wengi ambao wamejaa kwa clubs. Wanaume ndio wengi sana wamejaa beba huko nje. Mambo yote yale mabaya. Lakini ajabu ni ya kwamba unapoingia kanisani wanaume ni wachache. Sijui tufanyeje jamani ili wanaume wetu waweze kumjua Yesu, waweze kuingia zizini, kwa sababu hapa peke yake ndipo panapo salama. Na ndio leo nikaona ni vizuri tuongee juu ya wanaume, especially wanaume ambao wameoa, kwa sababu nimepewa kipindi cha family life. Ninajua pia kati yetu kunaweza kuwa na wanaume vijana ambao hawajaoa, kunaweza kuwa na wazee ambao ni single fathers, ama ni singles, wana watoto wanalea, lakini wake wao kwa namna moja aidha ya kifo ama ya kuachana hawako pamoja na waume zao na wake zao. Ninataka niwatie nguvu nyinyi wazee, kama uko hapa na wewe ni single father, there is a God in heaven. Mungu wa mbinguni anakujua. Hata tutakapokuwa tukisoma mambo ambayo tunasoma hapa, usijisikie ya kwamba mbona mimi sishughulikiwi. Tunakupenda na Yesu wako pamoja na wewe. Na tutatafuta siku moja ambao tutaongelelea single parents. Singles tutakuwa na siku yenu. Hata wewe mama ambao umekaa hapa, mume wako aliaga, unakaa peke yako, uliachwa ukiwa mchanga sana, bado Yesu anakushughulikia. Aliahidi yeye ndiye mume wa wajane. Yeye ni baba wa wasio na baba, watoto wako. Mimi ni mjane, nimekuwa mjane mwaka huu. Mume wangu aliaga December 31st, 2023. Kwa hivyo ninapozungumza na wewe single mother, usiseme huyu mama ananiongelesha hanielewi. I know the pain. Najua uchungu. Lakini pia ninajua utamu wa Yesu kuchukua hatamu. Shikiria Yesu kama wewe ni single. Na mambo tunaposoma hapa usisikie kwamba unakuwa intimidated. Usisikie mambo haya yanaongewa ya faida gani. Wacha ambao bado wana waume zao, wacha ambao bado wako na familia zao, tuweze kuwasaidia. Kwa sababu mimi huwa ninasema, ikiwa kuna kitu ambacho singetaka kuombea hata adui yangu, ni kufiwa na mume na kufiwa na mtoto.
Kwa hivyo ikiwa kuna kitu ninaweza fanya nisaidie mume wako aishi siku nyingi, nitafanya kwa nguvu zangu zote. Ikiwa kuna kitu ambacho ninaweza ongea nikusaidie mtoto wako asife mbele yako, nitafanya kwa nguvu zangu zote. Kwa hivyo nataka tuanze somo letu la leo, na somo letu la leo tunaliita Advice for Men. Mawaidha kwa wanaume. Mawaidha haya ni points kadhaa na sijui napaswa kumaliza saa ngapi. Kwa hivyo nitaenda mbio sana. Kama unachukua notes uandike haraka kama journalist, ndio tuweze kusonga haraka. Advice number 1, wanaume. Kama hautaki kuingia jela, kama hautaki kufa haraka kwa depression, make future plans. Uwe na mipango ya kesho. Uwe na mipango ya kesho. Plan your finances. Plan your retirement. Plan your old age. Plan your death. Tusomee kitabu cha Proverbs 14 verse 20. Proverbs 14 mstari wa 20 nasema nini? Wanaume tunapaswa we make future plans. Wacha kuishi maisha ya leo tu kama kuku. Kuku akitoka asubuhi anaenda anakula mahindi, kimaliza kula mahindi anakimbiza, sijui mnamuitaje huku kuku kike, sisi tunamuita mwera. Anamkimbiza, anamshika, anajivinjari, anatoka, anajitingiza na maisha inaendelea, anangoja kesho. Wewe mwanaume usiwe kama kuku, ninakusihi. Panga maisha yako. Waacha kukaa maisha ambayo iko juu ya matumizi yako, mpaka kwa akaunti yako hauna hera, mpaka kwa M-Pesa hakuna kitu. Tuwe watu wa kujipanga. Na hakuna mtu ambaye hawezi jipanga. Hata wa shilingi moja anaweza kula peni 9 akabakisha peni 1. Kwa hivyo kina wazee wanakufa kwa ajili ya stress. Na stress ya kwanza inakosiwa na kukosa kuwa na mipango ya kesho. Hata tunapooa vijana kama uko hapa, panga kuoa. Waacha kuoa tu kwa sababu ulienda ukashika kamsichana kwa watu matiti, kakasikia vizuri, kakajiachilia, ukakapea mimba. Panga kuoana. Kama hauna mpango wa kuoana, ngoja mpaka wakati wake ufike. Tuache kucheza na maisha, kwa sababu maisha ni zawadi ambayo tumepewa na Mungu, na ni zawadi alitupa tufurahie. Lakini shetani ameapa ya kwamba anataka sisi tuhangaike tukiwa hapa duniani. Na kama kuna watu shetani amejiuma mdomo hivi na akasema watamtambua, ni wanaume. Kwa nini? Kwa sababu Mungu mwenyewe anatambua wanaume. Anasema mwanaume ni kichwa. Kisha anasema kama yeye alivyo kichwa cha kanisa, hivyo ndivyo alivyo mwanaume. Tumepewa mamlaka ya juu sana wanaume. Tuacheni kujishusha. Proverbs 14:20. Maskini huchukiwa hata na jirani yake, bali tajiri ana rafiki wengi. Usipojipanga utakuwa maskini. Kizungu yangu inasema vizuri, the poor man. Hiyo inasema maskini tu. Yangu ina specify, inasema the poor man is hated even by his neighbor, but the rich has many friends. Na hata wewe ni shahidi, hata ukipata kakitu yako. Kwa hivyo number 1 advice, make future plans. Number 2, involve yourself in child rearing. Ujihusishe katika kulea watoto wako. Especially wale millennials wako hapa, hao wako beta. Wale walikuwa nyuma kidogo, wengi wetu tulipitia trauma kwa sababu hatukuona kina baba zetu. Baba zetu walikuwa sijui wanaenda na gari ile kubwa lori, anatoka Mombasa, anaingia Kisii, anaenda Tanzania, anakuja mara moja mwisho wa mwezi. Baba anakuja ni mlevi, akiingia ni vita, anakuja na mkate ingine moja kubwa, sijui kama huku kwenu ilikuwa inakuja, ilikuwa inaitwa mkate wa Nairobi. Ilikuwa mkate ya Nairobi. Tulijua kama baba amekaa siku nyingi atakuja na huo mkate. Hao ni wale baba zao walikaa mbali. Wale waliishi na baba zao karibu na wao, baba zao walikuwa walevi wa kila siku. Kwa hivyo akienda baba analewa, vita anakuja nayo nyumbani, anakuta mama anapika ugali, anapiga ugali mateke, mama ananyakua mara moja kabla ugali hujamwagika, na ugali haujaiva, wanatoka kwenda kulia huko kwa mandizi na watoto wake. Watu wamepitia traumas.
Ukiona hawa watu ambao ni wale wanaitwa boomers, hao tumekuwa kwa shida sana. Sisi wazazi wa millennials ni watu ambao tumepitia trauma ya absence of a father. Na millennials wamekuja wameinherit kidogo kidogo. They are not available. Wameanza kuwa tini kazi, mara nini, anaenda. Na akienda kule ameenda, anatafuta kashungwa. Kwetu tunasema kama chungwa. Lakini siku hizi kina mama wanasema hiyo hata si machungwa, hiyo ni ndimu. Kwa sababu ni kitu imechacha. Na akienda huko kijana hawezi kumbuka nyumbani. Tafadhali ninawasihi vijana mlioko hapa, wazazi, baba ambao muko hapa, tafadhali jihusishe katika kumlea mwanao. Na wacha nikwambie kitu cha pekee. Kama una mtoto msichana, wewe baba, be there for your daughter. Mtoto wa msichana ana uhusiano mkubwa sana na baba yake. Na anapomkosa baba yake, anapofika umri wa kumea tumatiti kidogo, anaenda kutafuta upendo huu ambao hajaupata kwa baba, anaenda kutafuta kwa vijana wenzake. Akishikashikwa na kijana akiambiwa I love you, babe, I miss you, huyo mtoto anachangamka kwa sababu hajaisikia kitu kama hiyo. Jifundishe kumwambia mtoto wako unampenda. Jifundishe kuita mtoto wako beautiful. Especially you being a father. Wacha asikie hiyo sauti nzito yako ikisema my darling, my beautiful girl. Hata atakapotoka huko na aanze kuambiwa you are beautiful, atasikia hiyo sauti ameizoea, hata danganywa haraka. Fathers, tuingie katika kusaidia kulea watoto. Tusiache watoto wetu walelewe na mama zao. Na hii kitu inaitwa history repeats itself. Wakati watoto wamezoea sana kumuona baba, wamezoea kumuona mama, the father is not available. Na when he is available ni mkali. Mimi nimezaliwa na baba mkali na nimelelewa na baba mkali. Na ninakumbuka siku zote baba yetu angekuja, he was always there. Yeye alikuwa businessman, alikuwa anafanya tu hapo kazi na nyuki na anakuja jioni. Lakini kwa sababu alikuwa mkali, ile ukali ya wazee wa siku hizo. Sasa sisi tulikuwa tukimsikia anakuja, tulikuwa na mbwa wengi sana, alikuwa amelea mbwa wengi sana. Kwa sababu hali tuliishi palikuwa pahali hapana watu wengi. For security purposes akavuga maumbwa wengi sana. Na maumbwa walimjua baba yangu kwa sababu walikuwa akija kila jioni anakuja na ndoo ya chakula. Amenunua huko kwa mkahawa mabakisho. Kwa hivyo mbwa walimjua. Kwa hivyo akishuka gari pale kwa barabara, mbwa walikuwa wanaanza wanajibizana, tunajua baba anakuja. You keep your house in order. Number 1, unatoka. Unaenda bedroom ama unajizungusha tu huko kama mwenda. Kwa sababu baba yangu hakuamini unapaswa kukaa umeketi. Akipata umeketi, baba yangu hata hakuamini unapaswa kula chakula. Ukimwona ukisikia baba anakuja na unakula chakula, unaweka chakula chini, unajifanya unaenda kuendea kitu. Kwanza ndio apite, sasa ndio uketi ukule. You know? Na sasa baba yetu tukagrow tukiwa na uhusiano sana na mama yetu. We are 7 of us. I thank God we are all there. So tulipotoka tukaenda, siku hizi tukienda nyumbani, tunaenda sisi wote, kuna ka kitchen kako hapo nje. Tunaenda sisi wote, tunafinyiliana kwa viti, tunakaa hapo kwa ka kitchen kadogo, kuna moshi. Kwa sababu tunakaa karibu na mama yetu. Yeye akiona tumekaa sana anakuja. Akikuja sisi zote tunaamka, tunaenda mezani. Sasa nabaki akipigia mamangu kelele, unaambiananga nini hawa watoto wako? Umahena giate, unawadanganyanga aje? Unajua kamuzee kakizeeka, hakana mwenyewe. Sasa unaona hawanioni kama mtu. Lakini makosa kumbe si ya mama yangu, ni yake mwenyewe. Alikuwa so hard on us tulipokuwa tuna grow, tukakosa kuwa na connection. Baba uliyeko hapa, tafadhali ungana na watoto wako. Na hiyo nimesema ya kamsichana, if you have a daughter, underline hiyo. It is very important. Unaona wasichana wetu wanaenda kurandaranda, wanavuta bangi, wananini, wakitafuta mapenzi, wakizaazaa. Ni kwa sababu kuna mapenzi walistahili kutoka kwa baba yao. Kuna assurance walihitaji kutoka kwa baba yao na hawakuipata. Kwa hivyo na mapema wanaenda. Lakini ukizoea kuambia mtoto wako jinsi unavyompenda, akija kutoka shule unamhug, unamwambia maneno mazuri, maneno ya assurance ya kwamba yeye ni worthy who she is. Kama yeye ni anakaa na unamwambia she is beautiful, unamappreciate. Ninakwambia mtoto wako atasoma mpaka apate PhD
na hata ndanganywa na mwanaume, kwa sababu atakuwa anasikia hiyo maneno inakaa chai haina sukari. Number 3, naenda haraka sana. Do not beat a woman, even your wife. I have a brother-in-law ambaye ako US. Na hii tangazo ni ya sikitisho nataka kutoa. Akiishi US, unajua US haupaswi kuchapa bibi. Bibi wanasumbua watu huko na uwezi guza. Ukimfanya tu hivi hata hujaguza umwambie we, anaenda ana report. Unaingia ndani, unakula, sijui kama wanakulanga ugali huko ama wanakula mchele. Lakini utaingia ndani. So my brother-in-law akatupea story, akatuambia wale watu wengi sana wameingia hiyo ndani ni Wakikuyu na Wakisii. Hao ndio wanajuanga kufanya nini? Kutwanga kina mama. Hata kugonga na kwambia kama ni jela wacha niingie, hutanibeba hivyo dokogua wana. Hutanibeba hivyo. Tafadhali advice yetu jioni ya leo ni ya kwamba usichape mwanamke hata bibi yako. Wakati umemwoa mwanamke, si kusema amekuwa your property. Nyumba ukijenga una uhuru wa kubomoa, lakini mwanamke si mali yako. Wacha hivyo jenzi wanasema ati mali safi. Mali safi ya wapi? Mwanamke si mali safi, nataka ujue leo. Mwanamke ni zawadi safi kutoka mbinguni. Kwa hivyo unaposikia mtu anakuambia we ni mali safi, chunga sana, hata kubomoa anytime akimaliza na wewe. Na vijana mlioko hapa ambao mmeoa na wale hamjaoa, tafadhali mfundisha mikono yako kukaa na adabu. Kama unasikia kabisa umekasirishwa na mwanamke, enda upige ukuta ngumi na hasira itapungua. Tafadhali treat your wife with respect. Make her a queen. Tafadhali mfanye mke wako kuwa malkia. Unampenda na unamheshimu. Lakini sisi Wakikuyu na Wakisii tumezoea mwanamke akiolewa ni basi, kazi yake ni kuzaa. Nani alisema? Imeandikwa wapi? Ulisikia wapi? Mwanamke ni wa kupendwa. Mwanamke ni maua. Mwanamke ni wa kupambwa. Ndio hata ukija hapa ukituambia mimi ninaitwa Elda Mukaya na kabla sijasoma matangazo ninaomba mke wangu asimame asalimiane. Watu wanaangalia wanaona kweli huyo ni mke. Simuliona pastor kutoka TZ alikuja na maua yake hapa. Na the lady is so natural. You know, I admired her natural way of living. And she is a flower for lil. Ametushinda watu wengine huku tunangangana angana vinini, angana viatu, angana vinini. She's just cool. But so beautiful. Mfanye mwanamke wako kuwa queen. Sikumuulizanga na ile nywele niliona kwa ule mwanamke wa NTV anasoma news ni ya pesa ngapi. Anakuambia hiyo ni expensive, ni angiri 20. Chukua aenda tengeneza. Kutengeneza mwanamke si kumshikisha nywele. Si kumnunulia nguo ya 10,000. Si kumnunulia viatu. Kumtengeneza mwanamke akue queen ni kumpenda. Kumtendekeza. Kina mama mnashangaa kwani mnaona kama ni ajabu. Si mnasema amen. Unajua mnafinyiri yangu kwa sababu hata hamjuangi haki zenu. It is about time wanaume muweze kujua wanawake ni wa kutendekezwa. Anapenda kusikia sauti tamu ikitoka kwa mume hata kama hauongei na bass. Unajua zamani tulikuwa tunapenda bass. Nikwambia my husband aliniweza kwa ajili ya bass. Yaani alikuwa akiniita Lucy. Mimi ninaisha mpaka miguu inaisha yote. Hata kama unaongeanga soprano, ukimuita tu hiyo jina na umuite na mapenzi, wewe weka mapenzi ndani. Tengeneza hiyo maneno. Hiyo maneno ipambe, itie nyama. Ukimuita jina lake Mora, atasikia unaongea bass kama ya lion. Kwa sababu sisi tunapenda sana kusikia na kuguzwa. Hiyo ndio lugha yetu. Hata ukininunulia kuku na choma kwa ile hoteli kubwa kabisa Kisii, na hauna habari yangu ya kuniambia vyenye unanipenda. Na ndio unaona wasichana wetu wameharibika, Bwana asifiwe. Kwa sababu wanadanganywa na maneno empty. Anakutana na mwanaume pale, na unajua wanaume, this is for the girls and I don't know where they are here. Wanaume wanakaa wanaambiana, umeona kale kasichana? Mwingine anamwambia hiyo ni msichana, unauliza. Huyo ni Amina Sheroda. Amina Sheroda niliwaambia ni nini? Ni kujiroda ni sasa anambia huyo tulikuwa na yeye. Anamwambia nikienda atanipa. Hata hutatumia maneno mawili. Anachukua simu. Hello.
Kumbuka. Okay, I love you. Mimi nakupenda, ninakufeel manze. Si tunaweza onana wapi? Kachangambia, hapana, mimi sitaki hiyo story yako. Unajua kanasikia vizuri kwa sababu hata babake hajaimuongelesha na hiyo sauti. Dakika ya mwisho katadanganyiliwa, kumbe ni panya amewekewa mtego. Na katapeleka mwili, hakuna mtu ataka kujia. Katatembeza mwili, kaende kanunuliwe chips mwitu. Na kamtoto kako katakuwa Amina Shirode. Katajiachilia. Alafu taka hapo ukileta kila saa maombi. Nani yako na maombi kwa ajili ya mtoto? Uko hapa mbele. Mungu, sijui ni wapi nilikosea. Mbona unanifanyanga hivi? Mbona nini? Na sisi ndio tunafanya watoto wetu kuwa ovyo. Tafadhali, respect your woman, make your woman a queen. Nunulia bibi yako zawadi, na ukija nyumbani mwambie afunge macho. Unajua? Unamwambia funga macho. Na unajua naye kwa sababu umekaa sana hujamwambia. Nini unaniambia nifunge macho bwana? Si unaona mimi napika ugali. Lakini unamwambia tafadhali funga tu macho my sweetheart. Kwani umetoka wapi leo unaniita sweetheart? Kwa sababu hii kitu uliacha kutoka mwaka mlioana. Wewe insist. Leo jioni nataka uende you treat her like a queen. Enda na zawadi hata kama ni lollipop. Enda nayo na ufunge na uweke hapa nyuma hivi afunge macho. Mwambie you know what, I love you. Unamshika, unamhug, anasikia vitu hajaisikia mpaka mwili inakuwa inaitwa kuelektrokitiwa. Whatever. Alafu sasa akifungua unamwambia this is for you my love. Your lollipop means a lot my brother. Treat your wife like a queen. Tunahitaji hivyo, tunapenda hivyo. Tunapenda kukaa tukiambiwa ya kwamba tunapendwa. Tunakaa tukiambiwa tuko warembo. Ambianga bibi yako ni mrembo tafadhali. Akivaa nguo, mwambie hiyo nguo ni smart. Sio lazima akae akizunguka mbele yako kama mainzi ndio asikie kama utacomment. Na ameng'ang'ana, ameshonesha na ameificha. Sasa siku ya Sabato ndiye anavaa akiexpect utamuappreciate. Na wewe umekauka hapa unakaa kama mtu wa sanamu. Tafadhali treat your wife like a queen. Kile kitu unapeana ndio unapokea. If you treat them like a queen, they will treat you like a king. Tunaenda hiyo namba ingine. Sasa nimeanza kuingia ndani kidogo. Having many women does not make you a man. Kukaa ukirukaruka, unajua nilipokuwa shuleni, tukiwa tunaadvisiwa na mwalimu mmoja, maana mwalimu mmoja alikuwa mama mzee. So alikuwa anatuita na tupea advice tukiwa kama wasichana wake. Anatuambia chunganeni na wanaume. Kwa sababu wanaume saa zingine wanakaa kama kasungura kengine kanaitwa Jack Rabbit. Mimi sijai kaona lakini I still remember to date. Jack Rabbit anaendanga akiingia shimo yoyote. Unaona hata ile iko kwa ile mic, kwa ile nini box speaker. Jack Rabbit akiona bora ni shimo anafanya nini? Anaingia. Tafadhali my brother, mashimo yote si ya kuingia. Tafadhali na kusihi. Kukua na kuingia wanawake wengi. I am sorry, mtanisamehe nikikosa adabu, lakini nisipokosa adabu damu yenu itawekwa juu yangu. Lakini kuingia haikufanyi kuwa a real man, it makes you a womanizer. A cheat, a sinner and a boy. Kwetu ukitaka kusema jina boy hainaga jina tamu kwa sababu boy ina-identifiediwa na a young man ambaye hajatahiri. Sasa anakuanga kehe, jina mbaya sana. Ukiita kwanza mtu ametahiri kehe atakuua. Na sasa mimi ninasema wewe ukiingia kila shimo, wewe mwanaume ulioko hapa, ukitaka kuoneshana vile wewe ni mwanaume, you just look like a kehe. Namba hiyo nyingine. No, kabla nienda kwa namba hiyo nyingine tumesema a real man si huyo ambaye anaenda kama Jack Rabbit kila shimo ameingia ndani. A real man has only one woman and that is his wife katika maisha yake yote. The world only celebrates successful men. Nobody celebrates you for having many wives.
Ninajua huku ni kama kwetu. Unajua ninafurahi nikihubiri huku, sina matatizo kwa sababu sisi ni Bantus. Hata kwetu wamejizoesha, ukipata mali unaenda unatafuta kama mama kengine hapo. Ukitapata unatafuta mwingine. Hakuna mtu atakusherehekea. Hiyo ilikuwa zamani za babu wa babu zetu. Hao ndio walikuwa wanaoa, wanatengeneza nyumba kama hizi tent. Yeye anakaa hapa katikati. Kwani kwa bibi mmoja watoto 7, kwa bibi mwingine watoto 8, kwa bibi mwingine watoto 10, kwa bibi mwingine watoto 12. Na kwa sababu kuote kumejaa watoto na hawaogi, anatengeneza kanyumba yake hapa. Yeye ndiye anapeana appointment. Wewe jioni ni wewe. Kazi, kula vizuri, ushibe, tukutane. Sasa anazunguka hivyo, lakini Biblia imetukataza. Biblia inasema mwanamke ni mmoja na mume ni mmoja. Kwa sababu Mungu alimuumba mume mmoja, na alipomuumba mume mmoja akamuumbia na mwanamke mmoja. Kama wewe ni Mkisii, tafadhali uokoke ukue Mkristo. Kama wewe ni Mkikuyu, uokoka ukue Mkristo, kwa sababu Wakristo wasafiri wa mbinguni ni wa mwanamke mmoja. Bwana asifiwe. Hiyo ingine inasema hivi: the fact that you are good in bed. Unajua naona huku watu wote wamesoma. Ndio naona hata hakuna watu wanatafsiri ati tuongee Kikisii. The fact that you are good in bed does not make you a man. Hata kama unaendaga zile zote za mwisho wa ulimwengu, unaenda mpaka na uko pale, hiyo haitushtui sisi. Kama kuna mtu tashtua ni bibi yako. Na ukimsumbua sana ataenda akisema, akia Mungu mimi huyu mwanaume amenichosha. Hivyo ndio ataambia kina mama wenzake. Hatangi nilale. Being good in bed does not make you a man. A little man is who does not run away from his responsibility. Being responsible makes you a man. Hata kukipelekwa mashindano ya hiyo kitu na ushinde, if you are not responsible, oh unto you. Namba hiyo ingine ninaenda haraka. Do not obey your erection at all times. Sio mmeshika kama mnataka nifafanue. Wachanga kutii hiyo kitu yako. Ukitembea bedera juu. Ukitembea bedera juu. Kwa sababu gani inakuwa hivyo wanaume ninawahurumia? Na in fact wakati nilikuwa naongea na wale watu walikuwa jela, wengi walikuwa wameshikwa kwa sababu ya abuse, kwa sababu ya rape. Na wengine pia wakawekelewa. Na ukitaka kunyang'anya brother yako shamba, unaenda unasema alilala na mtoto wako. Muna blackmail, anafungwa maisha. They are there wanaimbanga tu siku ya Sabato, wameokoka mbaya mbovu. Lakini wako pale. In one way or the other kuna wale wako huko kwa ajili walifanya mambo mabaya. Hii ninahurumia wanaume na ninataka niongee pia na kina mama. Wakati unavaa nguo ambazo hazina adabu, wakati ambapo unavaa nguo ambazo hazina adabu, ukitembea ukitingiza mwili wako, hata kanisani, hata sokoni, hata wapi, tafadhali unamweka mwanaume katika shida ya kuinua bendera. Lakini nataka nikwambie mwanaume, wewe ni lazima, hii mambo yote inatoka kwa akili. Na hiyo najua mnajua, nyinyi mmesoma. Hakuna kitu nawafundisha hapa. I'm just reminding you. Wakati utakuwa unaendeshwa na bendera yako kuinuka na kusimama, bendera kila mahali ukienda, ile kitu itafanya, itakuelekeza to the wrong direction. Control your erection. Don't let your erection control you. If you don't, you will have few days on earth with much poverty. Hiyo kinini kukaanga ikinini hivi, ujue ni pesa. Ukiona imefanya hivi, ujue pesa iko kwa mfuko itatoka. Kwa hivyo inaendanisha na umaskini. Ifundishe kukaa na adabu mpaka saa na wakati wa fellowship yake. Si kila kanisa ukienda unaingia. Ujue kanisa yako ni moja tu Mungu amekupea. Na hiyo tu ndio unapaswa kwenda nayo fellowship. Mfundishe huyo mzee akae na adabu. Na ukimfundisha atashika adabu. Kwa sababu hajipeleki mwenyewe. Lakini wanasema it is normal for it to erect. Utaona mwanamke na uko hapa kanisani ni pastor unahubiri, mama amekaa vibaya ina erect na ulikuwa unahubiri. Uko pahali unalima kwa shamba, umepata mama mwingine hapa mbele yako analima ameinama nguo ni fupi ina erect. Hiyo kitu haina adabu.
Kwa hivyo inaambiango iko na akili yake peke yake, haitoagi akili hapa. Hiyo ni ya wale hawamjui Yesu. Hiyo ndio inabebanga akili yake. Lakini yako kwa sababu ina Yesu lazima iendeshwe kutoka hapa. Haya. Epuka umaskini kwa kuzuia bendera kuinuka. Tunaenda hiyo nyingine. Listen to your wife. Wakina mama Bwana asifiwe. Kwetu kuna ewe kwa kimsema ya Kikuyu inasemekananga giatimia giitikagio kiarara. Yaani neno la kina mama, neno la mwanamke huaminika baada ya kulala. Kama ulikuwa umesema jana, sasa leo ndio nasema by the way, ile kitu ulikuwa umeniambia naona kama ni ukweli. Na saa zingine anangoja mpaka mambo imeharibika, anasema na by the way ile kitu ulikuwa umeniambianga last year, heli ningekusikiza. Tafadhali mwanaume uliyepo hapa, kama unataka kuwa na ndoa yenye furaha, learn to listen to your wife. Kwa sababu wanawake wengi, na nilisema jana, ambao bwana zao wameamua kuwasikiza, wanawake ni werevu sana. Usimuonange hivi ananyonyesha watoto unafikiri hana akili. Usionange vyenye anafunganga reso huko ana shida na maslippers akifanya job, unakuja unapata amesweat, ni mchafu, unafikiria hana akili. Mwanamke ana akili sana. Hebu uangalie kina wanawake wangapi hapa wamefiwa na wamesimama mpaka mwisho, wamelea watoto bila kuhangaika. Ni wanaume wangapi wamefiwa na akimaliza miezi 2 ameoa akashungwa, ameoa mwingine. Wanawake they are very strong upstairs. Kwa hivyo jifundishe kumsikiza na utasonga mbali. Maneno yake ni ya dhamani. Ni vile tu anaongea na soprano, unaona kama haya maneno hayana maana, lakini yana uzito. Hiyo nyingine ni don't allow family and friends to disrespect your wife. Hii pia iko kwa Wakikuyu na kwa Wakisii. Baba yangu na mama yangu mimi sitaki mtu awaingilie. Mama yako akitaka na wa Nigeria pia wanajua sana kutesa the wives of their sons. Anakuja anakatalia huko na anaketi. Kwa hivyo tafadhali mheshimu mke wako. Kwa njia hii usikubali familia yenu. Usikubali baba yako na baba hawana habari. Baba ni wazuri, hawa wazee ni wazuri. In fact ndio huwa anatetea mabibi. Mother in law, kama uko hapa wewe na ni mother in law, ninakuombea katika jina la Bwana, let your daughter in law be. Muache atulie. Muacheni apumue hewa, muache apendwe. Wewe ulipendwa na bwana yako. Na kama hukuweza kutumia nafasi ya kupendwa vizuri na bwana yako, tosheka. Wacha kijana wako afurahie bibi. Tafadhali. Family members wacheni kusumbua mabibi wa wake zenyu, wa waume zenu, Na marafiki ambao unatembea nao wewe mzee. Kuna marafiki wengine, especially wale wazee wako huko nje. Najua mnanisikia. Unaenda kwa club, marafiki ndio wanakuongozanga. Ndio wanakutoa kwa hii club, wanakupeleka kwa club nyingine. Na sasa mko hapo, kwa bibi utaenda saa 9 ya usiku. Ukiingia hivi unapigiwa simu ingine tena ya saa 10 asubuhi. Unatoka unamwambia umeitwa sijui na mokaya muende anga wapi, kuna deal mnashikanisha. Chunga sana nyumba yako isiharibiwe na marafiki. Kuna hadithi tulikuwa tunapewa na nyanya yangu tukiwa wadogo. Kulikuanga na sungura na fisi. Ni hadithi ya uongo lakini ina mafundisho. Sungura na fisi wakakutana. Na sungura tabia yake ni ya ujanja. Sasa siku moja wamechapa story, wakaambia na by the way si tuende tuchape mabibi. Tuende tuwapige leo. Na sungura akamwambia hiyo ni deal poa. Enda tuende tuwachape, na wakaenda. Na hyena ambaye ni fisi mjinga, na ni mjinga kama wewe ikiwa unasikizanga marafiki, akaenda akiwa amejijaza. Akaingia akatwanga bibi. Bibi anapiga nduru, na walikuwa majirani. Kwa hivyo sungura akiwa huko anasikia vyenye bibi ya fisi amepiga nduru. Na yeye akachukua drum. Akisikia yule anagonga na anapiga drum. Boom. Boom. Kwa hivyo fisi alidhania pia sungura anachapa nani? Anachapa bibi. Wewe ukitaka kufuata marafiki, utakuwa kama fisi. Utaua bibi yako na stress. Na wenzako watabaki na nyumba zao. Tafadhali, usikubali marafiki na wazazi wako kukutenganisha na mke wako. Ukiona mtu anakutenganisha na mke wako, ukiona mtu anakuambia ubaya wa bibi yako, ukiona mtu ana disrespect mke wako, wewe ndiye ametangulia na wewe.
Wewe ndiye anakudharau kwanza. Wewe ndio hakuoni kuwa mtu. Tafadhali kufa na mke wako. Kufa na mke wako, usikubali. Hata kama ana kasoro zake, usikubali kutoa kasoro zake mbele za watu. Hiyo ingine ni avoid reckless spending. Wache kutumia pesa ovyo ovyo, kununua vitu ambavyo havina maana. Saa ingine wengine wananunua hata vitu viko na maana, lakini hawaconsult bibi. Nakumbuka mzee mmoja alienda, walikuwa wamenunua pahali palikuwa na shamba ndogo. Na sasa kulikuwa hatuna shamba hapo. Mzee sijui alienda akapata pesa ya kahawa. Kwetu tunalima kahawa sana. Alipopata pesa ya kahawa, alipitia soko ya ng'ombe na akanunua ng'ombe na akaleta. Ndio huyu amekuja anapiga ng'ombe na kiboko akileta. Anakuta bibi. Bibi anashangaa, ng'ombe ni yao. Ng'ombe ni ya nani hii? Mzee unauliza maswali gani? Kwani una shukurani? Unaona kama ni nani analeta ng'ombe? Si ng'ombe ni yetu. Sasa bibi anashangaa, huyu ng'ombe atalala wapi? Hakuna boma. Hata hakuna chakula ya kumkatia kwa shamba, lakini ng'ombe ameletwa. What do I want to say? Unafanya investment kubwa na ni maendeleo kweli, lakini hata haujapanga na bibi. Unaleta confusion. Ketini chini mpange tunataka ng'ombe, fine. Wacha tujenge pahali ng'ombe atalala. Wacha tupande napier grass ya kukatia ng'ombe. Usispend recklessly, na pia unapotaka kufanya big deal, consult. Mimi najua kuna msichana mmoja, bwana yake alikuwa anakuja na gari kubwa, alikuwa very rich. Na bwana ya huyu msichana akamuenslave, akaambiwa sitaki ufanye kazi, mimi nina pesa zote. Kila kitu utataka uniambie. Ikawa hata nguo ya ndani yeye mzee ndiye anamnunulia. Kwa hivyo alikuwa anaenda supermarket, ananunua kila kitu, hata viatu, hata nini. Msichana anaona siku nyingine gari ilikuwa ndogo, sasa amekuja na Prado. Inasimamishwa hapo, inawekwa hapo. Ikikaa akiuliza, unauliza nini? Huku ni kwangu na wewe ni wangu. Vitu ziko huku ni zangu. Msichana ananyamaza. Gari inakaa hivyo tu kipolepole, anagundua kumbe gari ni yao. Gari imekaa hapo ni chafu. Anasema si hii gari ioshwe. Unauliza gari yangu nini? Wachana na gari ni yangu. Huyo msichana alipata ulcer akiwa a very young girl. Akafa, akaacha mtoto wa miaka 3 na mwaka 1. Kwa ajili ya kusumbuliwa na kufinyiliwa na kutraumatiziwa, akafa. Kwa hivyo tafadhali ninawasihi kina baba mlioko hapa, mnapofanya kazi, jana niliwaambia mume ambao unaishi naye, mke ambao unaishi naye, it is your choice. Learn to live with them. Wewe ndio uliyechagua. Alafu siku nyingine tukaenda mahali tukahubiriwa, tukaambiwa hivi, watu wengi unaona huku, pengine hata wewe, pengine hata mimi, tuliolewa kwa watu ambao Mungu hakupanga wakatuoe. Lakini kwa sababu ya moshene, sijui nyinyi mnaitanga moshene nini? Kwa sababu ya moshene na muhae, kukimbilia mapenzi, ukaenda ukapata mimba, ukaungana na kimwanaume tumbu, huyo hakuwa bwana yako. Lakini kwa sababu mumekaa, vumilia huyo bwana wa wenyewe mpaka Yesu atakaporudi. Kwa hivyo wachanga kusema bibi yangu hana akili, siwezi kutaka ajue niko na pesa ngapi. Nikimwambia ataambia watu wote mko wa kijiji, ana mdomo refu sana, hana siri. Si ni wewe ulioa? You have to learn to live with your spouse. And then uombe grace, kwa sababu with God all things are possible. Hata huyo mwanamke ana mdomo hiyo iko bage hivyo, inaachilianga tu, haifungikangi mpaka alale ndio inyamaze. Yesu ana uwezo wa kumgeuza. Yesu ana uwezo wa kumfunga mdomo. Na huyo bwana yako ambao ni maisa, ambao anakutoleanga pesa akiwa amefanya hivi, hataki uone ana manoti magapi, Yesu ana uwezo wa kumbadilisha. Wacha kutafuta plan B. Kutafuta plan B ni kupotea. Hiyo ingine ni hivi, apologize when you're wrong. Hii ni kitu ingine Wakisii na Wakikuyu hawajuangi. Kusema sorry. Utafanya vituko, utampigisha kelele, utamkosea, alafu sasa jionza hiyo ndio unaanza. Sasa unajua nini? Unaniambia unaniambia aje? Si unajua mimi venye umenikasirisha. Kwani wewe hujuangi ukiambiwa pole? Uliniambia pole siku gani? Yaani siwezi angalia venye hata nilikuja na mkate hapo na mchele na uone nilikuwa ninasema sorry. Nani alikwambia vitu za kununua ndio zinasemanga sorry? Tafadhali wanaume, katika jina la Yesu, ninawasihi tujifunze kusema pole.
Na usipojifunza kusema pole, watoto wako pia hawatajua kusema pole. That is the most unfortunate thing. Vitu unavyovifanya vitarudiwa. Na ndio unaona tuko na generational issues nyingi. Kwa sababu vitu ambao unajifanyanga kauzi, unataka kujifanya mwanaume na sijui ni mwanaume wa wapi, alafu sasa unakauka, hautaki, unakaa ngumu. Utazaa vijana wako 3, nao watakuwa ngumu mara 3 kuliko wewe. Kwa hivyo wake zao watakuwa in a more worse situation. Unfortunately, watoto wetu wanaoa wasichana ambao ni educated, wasichana ambao wako na kapesa, watu ambao wamejipanga. Kwa hivyo mwanaume akimletea upuzi, anamwacha na anaenda anajikalisha na anasema that's just a baby daddy. Staita ya baby daddy siku hizi inavuma sana. Na ndio unaona msichana wetu tunazunguka huku na kamtoto na kagari. Akona kamtoto na kagari anabebanga nako kwa mtoto kake. Ukimuuliza baba anakwambia mam, maisha ni mbaya. Mimi sitajengwa na mtu digo wako. Tafadhali baba zetu mlieko hapa, wanaume mlieko hapa, learn to apologize when you're wrong. Tujifunze kuomba msamaha. It doesn't belittle you. Hapana. In fact, inajenga mapenzi yenu, inajenga bond yenu, mna bond pamoja vizuri. Nilikuwa nimalize saa ngapi? Asante sana. Hiyo nyingine ni don't compare your wife with others. Unaanza kukompea bibi yako na fulani. Na mbona wewe ukivaanga viatu unakaanga miguu sijui aje? Na venye mimi naonanga Mrs. Ondieki anavaa tu viatu anakaa vizuri mpaka huku nyuma. Sasa unaanza kuintimidate bibi yako, unataka akanunue mwili wapi? Si mnunulie mwili. Na hizi nguo mbona hazikaangi vizuri kwako? Mimi najua hata mimi nilisema sita kununulia nguo. Kwa sababu sionangi nguo inakaa vizuri na wewe. Remember the way she was pretty kabla ya kuzalia uto tu vitoto wako tuko hapo. Amezaa tu vitoto, tumbo imesag. Amekunywa uji ndio watoto wako wakubwa na huku kumesag. Matiti zimesag. Uso imekuwa round. Unajua mtu akizaa sijui mbona uso inakuanga round. Hata kama kalikuwa kamekaa sawa. Sasa mwanaume yako hapo anakulaumu. Anaanza kukuambia sijui mbona unakaanga. Kila saa ni kukusomea. Hata ukijaribu ukija Sabato, anakuambia mimi sijui siku hizi unavaanga aje. Hajui wewe umekuwa factory. Wewe umekuwa a manufacturing company. As you manufacture children, mwili inakuwa inaboeka, inalegea. Wanaume bibi zetu ni warembo sana. Lakini tunavyoendelea kumzalisha, na mimi sisemi mzizae, zaeni mkaongeze dunia kama kisia kujajaa. Kwetu Kikuyu kumejaa. Kama kisia kujajaa, waacha hiyo factory ifanye kazi. Na ni lazima kutakuwa na kulegea. Machine lazima itakuwa vibaya. Lakini akimaliza kuzaa sasa atakuwa form tena, atakuwa tu sawa. Hata hutaamini ni yeye. Kwa hivyo tafadhali wacha kumkompea na kumwambia, unajua ubaya wa wanaume hata wananga huruma. Akiamua kukuintimidate anakuambia tu on the face, hai hizo manywele na ulienda kusuka ni za wapi? Sasa hiyo maskini umeng'ang'ana bana, umepata pesa ya group ya chama, unaenda unaweka na unaambia yule mtu wa salon, aki bwana yangu anapendanga hii design, hebu iweke na ulete hapa mbele kidogo. Alafu unafika nyumbani anaanza kuuza, hii ni manini ulienda kuweka manyoya ya kondoo? You know? Wanaume tafadhali, jaribuni kumind emotions za wake zenyu. Heri uchape mtu kofi kuliko kuchapa emotions zake. In fact unapomwambia hivyo, hata ile kasura ilikuwa imeanza kurudi, hiyo kuanguka, unajua anaanguka tu mbu, hiyo kumadharau inamfanya na kuwa sura mbaya mara 9. Kwa hivyo tafadhali appreciate them. Let them know what you want. Na msiwe wale wa baba wanaambianga bibi, mimi natakanga ukivaa kamini na inakukasa. Kama unataka avae kamini na mkaza, avalie bedroom. Jana tulisema hii nyumba ya baba si nyumba yenu. Si kwako wewe mume hapa. Unaambia bibi yako akuje kanisa na vinguo havina adabu. Kama unataka avae hivyo, mnunulie na akuje avae jioni. Akimaliza kupikia watoto, sasa aende bafu. Aoge. Na jana tulisema watu waoge pamoja. Ni wangapi walioga pamoja? Mkimaliza kuoga, enda bibi uvae hiyo kanguo anapenda, ile hakuna hapa kwa kitovu ibaki nje. Unaona? Hata kama uko miaka 50, wewe enda vaa hiyo inafika hapa na ifike hapa.
na hapa ikue hivi na usivae brasiers. Sasa tembea mbele yake kama hivyo ndivyo anataka uvaange. Lakini ukitoka kwa mlango wa nyumba yako, wewe ni mwanamke ambaye ni mahubiri, vaa kama mhubiri. Dress the way you want to be addressed. Hapa kanisani tuvaeni na adabu. Wacheni kuvaa nguo zina mikato inafika huku unatuonyesha mapaja ya Bwana yako. Hiyo hatutaki. Na Yesu pia hataki. Unafikiri unavaa uonekane smart, kumbe sasa unasumbua mzee mwingine hapo ambaye bibi yake analalanga na pajama, analala na urara, analala na t-shirt. Sasa akiona nini yako anasemanga kuna baridi. Sasa akiona yako ameanza tena bendera inuka juu. Tafadhali wana wa Mungu, kina mama, wacheni kusumbua hawa wazee. Tafadhali vaa vizuri. Na nyinyi wazee wacheni kuambia bibi zenu watembee mjini, watembee sokoni na kanisani wakiwa na nguo ambazo hazina adabu. Tafadhali, tafadhali. Ukimwambia unataka akae fulani, unataka hakai kama fulani. Mpaka anaenda kununua vitu zingine za kupakisha uso ndio akue mweupe. And let me tell you women, black is beautiful. Usijisumbue kupakisha vitu vya ujinga ambavyo vitakuletea tena kansa ya huku kwa matumbo. Wewe kaa jinsi ulivyo, oga vizuri. In fact, jaribu Aremis. Mnajuanga hiyo mafuta ya kukama? Hiyo ni poa sana kwa uso bwana. Unaweka vizuri na usifanyange hivi ukipaka mafuta. Unafanya hii na sag. Pakisha vizuri, tenderly vizuri. Wachana na makeups. Makeups hiyo inaonyesha vyenye watu wana uongo. Na tuliambiwa shetani ndiye baba wa uongo. Sema amen. Na wewe unaenda salon unalipa 1500 unafanyiwa makeup. Unawekwa unadungiliwa manywele zingine zinakaa za Jezebeli. Sasa unakuja. Wewe ni ibilisi kwa sababu wewe ni muongo, kwa sababu huyo si wewe. Hiyo ni uongo. Hebu tungoje mpaka asubuhi. Unajua tulipokuwa wasichana sisi, mapasa waliokuwa wanatuhubiria walikuwa wanatuambia ukitaka kujua vizuri, walikuwa wanaambia wanaume sio sisi. Ukitaka kujua msichana anataka kumwoa ni mrembo, enda kwao asubuhi na mapema. Waambie mama yake kuna ka emergency ya kuamshie. Ile sura atatoka nayo, hiyo ndio utajua kama utaoa ama hautaoa. Kwa sababu hiyo haina mafuta, haina maji na amefunga ile kanini. Unajua tulikuwa tunafunganga stocking. Tunalala. Hivyo atatokelezea, hiyo ndio sura ambayo Mungu amemuumba nayo. Na wanawake ninawasihi, unajua sitaki kuongea mambo yenu leo, nitakuongea kesho. Love yourself. Respect yourself. Wewe mwanamke, wacha kuhangaishwa na mambo ya kushinda ukitaka kupendeza Bwana, ukitaka kumfurahisha. You are not married to make him happy. You married him because he was already happy and you are already happy. Kama ulienda kuolewa ndio ukafurahi, I am sorry, rudia tena. Kwanza uende nyumbani ukue happy, ndio sasa ukuje uolewa tayari ukiwa happy. Si kusemanga mimi kutoka niliolewa mimi hata sijai furahi. Ulikuwa unangojea furaha itoke wapi kama we mwenyewe hauna? Love yourself, respect yourself, na ndio utaweza kufurahia ndoa yako. Na utatosheka na jinsi Mungu alivyokuumba. Nilikuwa nafundisha wasichana wengine hapo, ninawaambia hata kama huku mbele ndio iko mbele sana na huku ni poti na huku iko flat kama muhindi, kuna kitu kingine uko nayo huyo mwingine ako na shape poa hana. Pengine uko na dimples kama hizi zangu. Amen. Ala, ni lazima ukubali kunacho wewe ulicho nacho ambacho mwingine hana. Na wewe mwanaume ujue bibi yako ana kitu ambacho ulikipenda. Na hii ndio tunasema sasa kwa vijana, wacha kuwa outside appearance. Oa roho ya mtu. Kwa sababu roho haibadiliki. Sura inabadilika. Anakuwa na shape nyingine ya ajabu. Lakini roho haiwezi badilika. Kwa hivyo tafadhali kina baba, tafadhali ninawasihi, don't compare your wife. Tosheka na yeye vile alivyo. Hiyo kitu ya kukompea inavunja ndoa haraka sana. Mimi ninajua mtu ambaye alikuwa anatoka anaacha bibi, anaenda kwa mwanamke mwingine analala na yeye. Na akienda kulala na yeye anaanza kumwambia, hiyo bibi yangu kimenona kimekaa kaa ndovu. Sasa hata sijui nishike wapi. Anaambia mwanamke mwingine maneno kama hayo, ni kumkosea bibi yake heshima. Na atatoka huko, aoge, atoe hizo marashi zote na ajiangalie na atupe kila kitu, akuje na heshima kwa huyu mwanamke ambaye amenona kama ndovu. Tafadhali ninawasihi, cherish and honor your wife. Furahia.
Huyo bibi ambaye alikubali kuweka jina la baba yake chini akachukua jina lako, akakubali wewe ndiye atakuwa anakubebea watoto kama kangaroo, mpaka watoto wanaitwa wanaume. Na huyu mtoto akienda akipita exam, ukienda wewe ndio unaendea exam, wewe ndio unaendea results. Lakini siku ya mikutano huyu mama ndiye alikuwa anaishi akienda mikutano. Huyo mama ambaye unakataa kumcherish, unaenda mikutano, anaenda mikutano, lakini siku ya kupita mtihani kwa sababu kamepata 402 wewe ndio unaenda huko. Hii ni ile kichana yangu, hii ni kichana ile yangu. Hii kichana ni mwerevu kama mimi. Lakini akikosea tena atakuwa mtoto wa nani? Wa mama. Mtoto wako atakapopata shida, msichana wako akipata mimba, unaambia mama yake, nimesema mjue vyenye mtafanya. Sitaki kumuona. Mama anang'ang'ana, anapiga magoti, anaomba, anaitana binguni mpaka hii simba inatulia, katoto nako kanazaliwa. Sasa anatuliza hiyo maneno yote. Your wife is a jewel for you. Tafadhali umshike kwa upendo wa ajabu. Tafadhali cherish your wife. Mimi nimeona watu ambao wamedharau wake zao, na mke alipokufa they went into depression because death adds value. Wakati unakaa umemchukia mume wako, mke wako, unamwona takataka, unamwona kunona, unamwona mchafu, unamwona hajui kuvaa, akiondoka tu ndio macho yako yanafunguka, unaona jinsi alivyokuwa mama wa ajabu. Mama wa ajabu. Kwa hivyo ningeomba kwa jioni ya leo tuweze kuwa wazee ambao watabadilisha dunia ya Kisii, wazee ambao watabadilisha Getembe Better Living Church, kwa jinsi ya kuwapenda wake zao, kwa jinsi ya kupanga familia zao, kwa jinsi ya kujua ya kwamba familia yako imerekodiwa mbinguni, familia yako inatambulika mbinguni, and at the same time familia yako inajulikana na shetani, na mpango wa shetani ni kubomoa familia yako. Heri tukae tukiwa pamoja, na ili tuweze kulea watoto wetu tukiwa pamoja. Wazee wajibikeni, wazee wacheni madharau. Ya kwamba we hauzeekangi haimaanishi hauzeeki. Sisi ya kwamba sisi tunasag matiti zetu, si kusema wewe pia hausag vitumbo na vishingo vyako, na vinywele vikitoka polepole vikienda vikisonga. Na Mungu anatupenda kina mama, sisi hatunaga kipara. Kipara inatangaza uzee mara hiyo hiyo, lakini uko hapo tu unapakisha rangi, alafu unanyoa yote ndio unakaa kijana. Lakini mama hata ukimfanya nini, hata akijaribu kupandisha hizi bado zinainama. Tafadhali cherish your wife. God is watching from heaven. Na nyumba ambayo mume anaheshimu mke na watoto, nyumba hiyo ina baraka nyingi. Mpende mume wako, tosheka na maji ya kisima chako. Kama ni maji chafu, kunywa. Kama ni maji ambayo iko na chumvi, kisima ni kile kinatoa maji ya chumvi, kunywa tu, Mungu atakuokoa. Na kama kisima pia kinakaa kukauka maji, tafadhali ng'ang'ana tu, endelea tu ng'ang'ana. Kwa neema za Mungu, Mungu atatenda muujiza. Kwa sababu nimesema our God is a God of impossibilities. Ninajua kuna wazee hapa mnapitia hell. Kesho tutaongea juu ya kina mama na jinsi wanavyopaswa kukaa na wazee wao. Na kwa hayo machache nataka tusomee katika kitabu cha Zaburi. Wacha niangalie. Katika kitabu cha Proverbs 14 yenye tulikuwa tumesoma, lakini sasa nataka tusome mstari mwingine. Proverbs 14 mstari wa 16. Tulikuwa tumesoma mstari wa 20, si ndio? Naam. Sasa tusome mstari wa 16. Mwenye hekima huogopa akijitenga na uovu, bali mpumbavu ana ufidhuli na kujitumai. Kizungu inasema a wise man fears and departeth from evil, but a fool
rages and is self-confident. Kama unajisikia unajipiga kifua sana, unfortunately Biblia inakuita katika wanaume wako ya kwamba unaona wewe ndio unasea mwisho hata kama ni right ama ni wrong, Biblia inakuita mjinga, mpumbavu kwanza, mpumbavu. Lakini aliye wise, ambaye ana hekima mwanaume, anaogopa sana na kutoroka, kudepart, anaondoka mbio kutoka kwa maovu yote. Na kwa hayo machache jioni ya leo, Mungu awabariki waume zetu, sema amen. Mungu aongezee wanaume wetu mapenzi walio nayo walipokuwa wakituoa. Asanteni sana. Hawa wengine hakuna habari wako nayo. Ama nyinyi mnasema akae vyenye wanakaanga tu. Mungu awakumbuke wanaume wetu wanapopitia stress za kutuweka vizuri tukiwa kina mama. Mungu abariki waume zetu wanapohangaika kutafutia watoto wetu school fees. Na Mungu awakanye na waonye watakapopeleka macho yao kuona vinyuma nyuma ambavyo hawapasi kuona. Tusimame tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa wema wako. Asante kwa kuwa umetupa waume katika kanisa, katika jamii na katika familia zetu, ili waweze kuwa kielelezo chako mwenyewe. Shetani amewashika mateka wanaume. Tunawaombea kwa jinsi ya pekee. May you remember them, Father. Hebu Baba ukawaokoe na challenges zote wanazopitia, na zaidi sana ukawafungue macho yao ya kiroho, wakaweze kufurahia wake uliowabariki nao, wakafurahie watoto uliowabariki nao, wakafurahie ndoa ambazo Baba uliwapa. Na hebu siku ya leo kuweze kurejea furaha na amani katika ndoa ya mwanaume yeyote ambaye ameketi katika hema hii. Baba, sikia dua zetu, tunakuomba tukinyenyekea, tukiamini katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Tubarikiwe. Kidogo. Sabina Arunda, tafadhali enda angalia mtoto ambaye anaitwa Angeline. Hapo juu ni kama amekuwa na tatizo kidogo. Ni penye kiti cha Mungu, na mtonane mtoni, watakatifu kwenu ni mtoni, tutakutanika kule mtoni, penye kiti cha Mungu. Tukitembea mtoni na Yesu mchunga wetu, daima tuibada ni usoni pake kwetu. Na mtonane mtoni, watakatifu kwenu ni mtoni, tutakutanika kule mtoni, penye kiti cha Mungu. Tuwape nafasi.
na mtonane mtoni, watakatifu kwenu ni mtoni, tutakutanika kule mtoni penye kiti cha Mungu. Tazama mwana-kondoo amesimama juu ya mlima Sayuni, sauti ikasikika kutoka mbinguni kama sauti ya maji mengi, kama sauti ya radi kuu. Wakavipiga vinubi wakiimba wimbo mpya mbele ya kiti kile cha enzi, wakimtukuza mfalme wa wafalme. Tazama mwana-kondoo amesimama juu ya mlima Sayuni, sauti ikasikika kutoka mbinguni kama sauti ya maji mengi, kama sauti ya radi kuu. Wakavipiga vinubi wakiimba wimbo mpya mbele ya kiti kile cha enzi, wakimtukuza mfalme wa wafalme. Hapana hata mtu mmoja aliyeamudu kujifunza wimbo ule, ila wale 144,000 katika vinywa vyao havikuonekana uchuku, walionunuliwa na mwana-kondoo, waliosusia kumsujudia mnyama na kutoshiriki kikombe chake. Wateule watauimba wimbo ule wa watakatifu. Hapana hata mtu mmoja aliyeamudu kujifunza wimbo ule, ila wale 144,000 katika vinywa vyao havikuonekana uchuku, walionunuliwa na mwana-kondoo, waliosusia kumsujudia mnyama na kutoshiriki kikombe chake. Wateule watauimba wimbo ule wa watakatifu. Naona malaika mwingine kapanda kutoka mawio ya jua, yeye ni mwenye muhuri wa Mungu aliye hai, kama pigia kelele malaika wa kuidhuru nchi na hata bahari, akisema msidhuru hata tutakapokwisha kuwatia muhuri vipaji vya nyuso watumwa wake Mungu. Naona malaika mwingine kapanda kutoka mawio ya jua, yeye ni mwenye muhuri wa Mungu aliye hai, kama pigia kelele malaika wa kuidhuru nchi na hata bahari, akisema msidhuru hata tutakapokwisha kuwatia muhuri vipaji vya nyuso watumwa wake Mungu. Hapana hata mtu mmoja aliyeamudu kujifunza wimbo ule, ila wale 144,000 katika vinywa vyao havikuonekana uchuku, walionunuliwa na mwana-kondoo, waliosusia kumsujudia mnyama na kutoshiriki kikombe chake. Wateule watauimba wimbo ule wa watakatifu. Hapana hata mtu mmoja aliyeamudu kujifunza wimbo ule, ila wale 144,000 katika vinywa vyao havikuonekana uchuku,
mwana-kondoo waliosusia kumsujudia mnyama na kutoshiriki kikombe chake. Wateule watauimba wimbo ule wa watakatifu. Hapana hata mtu mmoja aliyemudu kujifunza wimbo ule, ila wale 144,000 katika vinywa vyao havikuonekana uchuku, walionunuliwa na mwana-kondoo waliosusia kumsujudia mnyama na kutoshiriki kikombe chake. Wateule watauimba wimbo ule wa watakatifu. Hapana hata mtu mmoja aliyemudu kujifunza wimbo ule, ila wale 144,000 katika vinywa vyao havikuonekana uchuku, walionunuliwa na mwana-kondoo waliosusia kumsujudia mnyama na kutoshiriki kikombe chake. Wateule watauimba wimbo ule wa watakatifu. Amina. Mungu awabariki sana waimbaji kwa sababu ya wimbo huo. Nataka niwakaribishe kwenye kipindi hiki baada ya kubarikiwa na kipindi kile cha Kaya na Familia. Ni kipindi cha uwakili sasa ndilo ambao tunaenda kuzungumzia kipindi hiki. Lakini kabla kuingia kwenye kipindi cha uwakili, nitatumia dakika zangu chache za kwanza kufanya kitu kidogo hapa. Asubuhi wakati wa uchanganuzi wa Biblia tulikuwa tunaangazia na ukitambua nilinuku kutoa kitabu kinachoitwa Desire of Ages. Na pale nyuma nikakutuma mezani kwenda kukitafuta. Sanakala yake iko hapa. Nani anataka hichi kitabu? Hiyo Kiswahili ambayo nimeuliza ni rahisi. Nani anataka? Nani anataka? Sijasema nani ako na pesa anataka kununua. Nimeuliza nani anataka? Njoo wakili. Unajua hivyo ndio watu wanakosa kuangukia bahati. Sawa. Hichi kitabu sawa, karibu. Hichi kitabu ni 2250. 2250. Sawa. Hata nimefanya vibaya, ningesema job. Sasa nyinyi mnachoma sasa. Kwa kuwa nimesema wakili, hata wakili pia uchumi na waendea vibaya hii Kenya. Ni Kenya moja tu hii ya hustler, si ndio? Sasa wakili msomi amesema yeye kwa hichi kitabu atapeana shilingi 1,000. Sasa mimi ninamchangia, wewe pia wanakuja kumchangia tununulie hicho kitabu. Wangapi wanampenda wakili wa msomi? Haya, hauna marafiki hapa? Labda ananunulia mtu mwingine. Labda ananunulia rafiki. Kwa hivyo tunamsaidia ili kwamba aweze kumnunulia rafiki. Ile 100 yako moja, shilingi 50 yako ulete. Alafu tujalizie hapa tumnunulie wakili msomi hichi kitabu ampelekee rafiki yake. Haya, leta, mimi nimeanza na yangu. Njoo wale marafiki wa wakili, njooni. Ati? Nilifanya balaa kukuita wakili. That was a mistake. Sasa hizo watu wamegoma kuleta pesa kwa sababu wewe ni wakili. Sawa, tuje kila ambako nacho wewe kilete ili kwamba tukaweze kujalizia mahali ambapo yeye amefikia ili kwamba wakili msomi apate hiyo pesa. Mungu akubariki mama. Yaani una wageni ndio wanatangulia, nyinyi
wenyeji mnakataa kuja. Makenzi, hata wewe wakili si rafiki yako saizi. Shika hivi. Makenzi anasema amekulipa ile deni yake ambayo alikuwa nayo. Haya, leta tu. Wewe leta tu. Haya, M-Pesa. M-Pesa. Wewe leta, zikizidi tamnulia mtu mwingine kitabu. Kuna mgeni ametembea hapa, tutamnulia kitabu. Kwa hivyo wewe zikizidi usijali. Wewe leta zipite, tutamnulia mgeni mwingine kitabu hapa. M-Pesa. Yule kiongozi wa publishing. Ukitupatia M-Pesa namba. Sawa, dakika zangu zinakimbia, njoo basi ili tumalize. Kesho nikiitisha mtu kitabu usiogope kuja, tutakununulia tu. Ndio yeye anakimbia, analeta nambari ya M-Pesa, lakini kama upo na cash leta hiyo 100 yako, 200 yako, tunaweza kumzawadia mtu mwingine ambaye ni mgeni kitabu hapa ili kwamba naye pia aweze kupata kitabu. Sawa, hata yeye pia mwenye anauza amesema amekulipia 200 hicho kitabu. 0768 664254. 0768 664254. Hesbon. 0768 664254. Hesbon. Asante. Mungu akubariki, kitabu kiwe mbaraka kwako katika jina la Yesu Kristo. Asante. Sawa. Sawa. Nafasi hii sasa nakukaribisha katika somo letu la mchana huu, tunapoenda kuangazia uwakili. Tuombe. Mungu na Baba yetu unayetupenda na kutujali, tunapolifunua neno lako tunakusihi ya kwamba ukazungumze nasi kupitia somo la mchana huu na utupatie moyo wa utendaji. Ndivyo tuombavyo kwa imani katika jina la Yesu Kristo. Amen. Asante. Asubuhi kuna kauli ambayo ilitajwa na mchungaji wakati wa mahubiri, na kama unaikumbuka vizuri alisema kwamba makambi ni wakati wa kufanya nini? Hivi nilikuwa hapa peke yangu. Yaani venye tuliregelea kitu birizima. Makambi ni wakati wa kufanya nini? Wa kuefraimu. Yaani maana yake ya kushukuru. Ni wakati wa kushukuru. Unajua katika maisha haya ni rahisi kuishi pasipo tumaini. Ni rahisi kuikana imani iwapo utasahau wema wa Mungu wa jana. Kama utaishi maisha ya kusahau yale ambayo Mungu amekufanyia jana, na ufungie macho yako siweze kuona yale ambayo Mungu anakufanyia leo, ni rahisi sana kuikana imani na kutomwamini Mungu ambaye hata sasa amekuwa upande wako. Wanasema kama hautakumbuka kitu ambacho Mungu alikufanyia jana, hautaamini mahali anakupeleka kesho. If you'll forget what the Lord has done for you in the past, you won't trust where he's taking you in the future. So ule ukarimu, wema wa Mungu wa jana ni muhimu uwekwe katika kumbukumbu za watoto wa Mwenyezi Mungu. Na ndio maana kwenye Zaburi 103 mstari wake wa 2, mwandishi wa Zaburi akilizungumzia swala hili anasema maneno yafuatayo. Zaburi 103 mstari wake ni wa 2. Biblia inasema, twende. Wasomaji hawapo. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. Ili kwamba moyo wako uweze kusalia kwa Bwana, ni lazima usisahau makuu, mazuri, wema ambao Mungu amekufanyia, ambao Mungu amekutendea. Ndio maana kwenye jarida moja linaitwa Life Sketches, ukurasa 196, paragraph yake ni ile ya 2, anavuviwa kuandika hivi mtumishi wa Mungu: in reviewing our past history,
having traveled over every step of advance to our present standing, I can say praise God. Nasema nikiangalia mahali Mungu ametutoa, historia ya Mungu kutokea jadi mpaka mahali sawa. Mungu ni mkuu. Ni sawa. Haya, wakiinua tutaendelea tu. Mungu atukuzwe kwa mambo makuu, upendo wake ulitupa. Yesu aliyejitoa maisha yake, tuwe nao uzima wa milele. Sawa, tunaendelea. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, uhimidiwe, ushukuriwe kwa sababu ya kuzuia ajali ambayo ilikuwa itendeke mbaya kushinda hiyo. Jina lako litukuzwe. Zidi kutushikilia katika sehemu ya fundisho lililosalia. Ndilo ombi letu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Asante. Hata mimi sitasahau hiyo kesho. Biblia inasema ya kwamba roho ya nabii, that is, inasema tunapoangalia yale ambayo Mungu amefanya jana, tunapotembea kufika mpaka mahali ambapo tumefika, tunaweza kusema Bwana asifiwe. Alafu anasema, as I see what the Lord has wrought, I am filled with astonishment and with confidence in Christ as the leader. Nikiona kile ambacho Mungu amekifanya, ninajawa na mshangao. Moyo wangu unafurahia kwa uongozi ambao Mungu amekuwa akiufanyia maisha yangu. Alafu inakuja the most favorite part kwa hiyo quotation. Nasema, we have nothing to fear for the future except as we shall forget the way the Lord has led us and is teaching in our past history. Hatuna lolote la kuogopa kwa mambo yanayokuja. Sikia, labda tusahau yale ambayo Mungu amefanya jana. Kama itasalia kwenye kumbukumbu yako yale ambayo Mungu ameyafanya jana, hautaondoka kwenye imani. Yani moyo wako utasema, neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo nitalifanya, nikae nyumbani mwa baba yangu siku zote za maisha yangu, ni utafakari uzuri wake. That will begin to be the language of your soul, kwa sababu unakumbuka kitu ambacho Mungu alikufanyia jana. Na leo tukiweka msingi kwenye kipindi chetu cha uwakili, tajifunza kwa binti mmoja kwenye Biblia ambaye hakusahau wema wa jana. Hakusahau wema wa Mungu wa jana. Jina lake ni Mariamu. Unajua Mariamu, kila mara wakikutana na Yesu, yani anywhere that Jesus is and Mary is present, utagundua Mary was always in very close proximity with Jesus Christ. Kila mara ambayo Yesu alikuwa anapatikana na Mariamu yuko, utagundua Mariamu alikuwa na ukaribu sana na Yesu Kristo. Kwa mfano, Yesu alipotembelea nyumbani kwa Bethania, Martha alipokuwa kwenye mahangaiko ya kuandaa ili kwamba wakaribishe wageni, Biblia inasema ya kwamba Maria alikuwa miguuni pa Yesu Kristo. Yesu alipoenda kuwatembelea kumfufua Lazaro, unajua mtu wa kwanza aliyekutana na Yesu ni Martha. Ukiangalia mazungumzo kati ya Martha na Yesu, it was so formal. Walikuwa wanazungumzia vitu direct to the point, wakisonga songa. Lakini Biblia inasema kwamba Mary anapokuja sasa, the first thing she does, anaanguka miguuni kwa Yesu Kristo kwa uchungu na machozi. Yani mahali popote ambapo Mary alikuwa anapatikana na Yesu yupo, she chose always to be at the feet of Jesus Christ. Na hii ni kwa sababu Yesu alikuwa amemfanyia Mary vitu vya kipekee sana maishani mwake. Kwa sababu ya yale makuu ambayo Yesu alikuwa amemfanyia Mariamu, hakuweza kusahau. Kila mara alipomwona Yesu, alihisi napaswa kuwa karibu naye. Alihisi napaswa kumpatia shukrani yangu ya dhati. Alihisi lazima Yesu aelewe, sijasahau kuna vitu alinifanyia jana. Wakati mmoja, Yesu huyu
alimtolea Maria pepo 7. Biblia inasema kitabu cha Luka, alimtolea Maria pepo 7. Luka 8 mstari wake wa 2. Ninatumai, hebu soma tuhakikishe. Luka 8 mstari wake wa 2. Biblia inasemaje hapo kwa upesi? Twende, muda haunasi. Inasema Aha. Kati ya watu ambao Yesu aliwaponya, kisha tunatafuta kipaza sauti, mmoja ambaye aliwatoa mapepo ni Mariamu, kati ya watu wengi ambao Yesu aliwashughulikia. Kwa hivyo Maria hakusahau, au kipenda Mariamu hakusahau ya kwamba jana Yesu alimuokoa mikononi mwa adui ambaye alikuwa amemvamia na nguvu zake za giza. Lakini pia Mariamu hakusahau ya kwamba muujiza mkubwa ambao Yesu aliwahi kufanya akiwa duniani alifanya kwao nyumbani. Muujiza mkubwa, the greatest miracle apart from our salvation on the cross, ambao Yesu alifanya akiwa hapa duniani, aliufanya kwao nyumbani kwa kumfufua ndugu yake Lazaro baada ya siku 4 za kuwa kaburini. She didn't forget that as well, kwamba Yesu aliperform one of the greatest miracles kwake. Lakini nafikiri kitu ambacho kingemfanya Maria asimsahau Yesu kabisa ni kwamba Yesu alimsamehe dhambi zake kweli kweli. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kitabu cha Yohana sura yake ni ya 8, ile asubuhi wanapomburuta Mariamu baada ya kumshinka kwenye lile tendo la zinaha na wakamleta kwa Yesu Kristo, kisa wanaume wakiwa wamezunguka, Yesu akisema yeye asiye na dhambi awe wa kwanza kupiga mawe. Badala ya Mariamu kusikia sauti ya miamba ikianguka, Mariamu alisikia sauti ya mwamba ulio imara ukimuuliza, wako wapi washitaki wako? Alafu anamwambia, enenda na usitende dhambi tena. Kwa hiyo Mariamu hakusahau ya kwamba Yesu alimfufua ndugu yake. Mariamu hakusahau ya kwamba Yesu alimtolea pepo. Mariamu hakusahau ya kwamba Yesu alimsamehe dhambi, akamnusuru na mikono ya watu ambao walikuwa tayari kumwangamiza na kummaliza. Na kwa sababu ya kutosahau hili, huu moyo wa shukrani aliyokuwa nao Maria, huu moyo wa kutosahau yale ambayo Yesu alimfanyia, Maria aliamua kufanya kitu speciali sana kwa Yesu Kristo. Yohana 12 mstari wa 3. Yohana 12 mstari wa 3. Biblia inasema hivi: kwa sababu ya Maria kutosahau, wakati mmoja akasikia kwamba Yesu ametembelea Bethania na yupo kwa mjomba wake Simon. Akasema it's my opportunity, ili kwamba niende nimwonyesha Yesu ya kwamba I really appreciate kile ambacho alinifanyia jana, kile ambacho amenifanyia katika maisha yangu. Biblia inasemaje? 12 mstari wa 3. Yohana, soma. Biblia inasema basi Mariamu akatoa ratili ya marhamu ya nardo safi yenye thamani nyingi. Sawa. Akampaka Yesu miguu, akamfuta miguu kwa nywele zake. Sawa. Nayo nyumba pia ikajaa harufu ya marhamu. Achia hapo. Maria aliposikia ya kwamba Yesu yuko within her vicinity, Biblia inasema ya kwamba alichukua chupa yenye marhamu ya thamani sana, akafunga safari hadi kwa Simeoni. Anapofika pale, akatumia chupa to anoint the feet of Jesus, miguu ya Yesu Kristo, kisha akatumia nywele zake. Nimesema alitumia nywele zake kupangusa miguu ya Yesu Kristo. So you notice, kwa sababu ya kile ambacho Yesu alikuwa amemfanyia Maria did 2 things. Number 1, inakisiwa ya kwamba hata Biblia imesema kwamba thamani ya mafuta hii ilikuweko sio bei ndogo, and it's true. Yale marashi ambayo Maria aliyanunua costed her entire life's saving. Yale marashi ambayo Mariamu aliyanunua costed her entire life's saving. Yaani kile ambacho alikuwa amemfanyia kazi akakiwekeza. Maria sasa, kwa sababu ya kile ambacho Yesu kilimfanyia, akasema nitakiondoa nikitumie kumwonyesha Yesu shukrani kwa yale ambayo amenifanyia. But number 2,
hakuincur to a great cost, Mary, but she gave out what she valued, one of the things that she valued the most. Niambie, ni mwanamke gani ambao ni mnyenyekevu na mtiifu ambaye anaweza kupangusa miguu ya mume wake na nywele zake? Nywele hata unajua mke wa mchungaji, kuna wakati tulikutana naye kule Mombasa, walikuja na Fadhili. Ukimwona namna anasalimia watu ni tofauti na jinsi wanawake wa huku wanasalimiana, sivyo? So alipokuja wanawake wa kule wakamuona, wakaanza kuigiza. Ninakumbuka mmoja kaigiza mpaka kienda kaanguka chini kabisa. Manake alikuwa anajaribu pia kuigiza jinsi wanafanya. Sasa nimetumia mfano wa kusema hata na upole na unyenyekevu kiasi hicho, ukimuuliza Santieri hawezi kupangusa miguu ya mchungaji Fadhili na nywele zake. Anathamini, it's something so much important to her, she values. Na mvua ikinyesha ndio utajua namna mwanamke anathamini nywele. Akikosa mwavuli lakini nywele zisingie maji. Afadhali nguo ziloweke lakini nywele zifunikwe, zishughulikiwe. Na sasa Maria, kwa sababu ya kitu ambacho Yesu alikuwa amemfanyia, she incurred a great cost, lakini pia Maria aliensure she has given out one of the things she valued the most. Sikiliza, when you are loved extravagantly, you respond extravagantly. Ukigundua mtu amekupenda kwa namna hivi, extravagance ni nini na Kiswahili? Sawa, hiyo mmeelewa. Ukigundua mtu amekupenda kupita kiwango ambacho ulikadiria, nawe pia inahitajika kwamba una respond back kwa upendo ambao pia ni kupita lugha za kukadiria. And that was the experience of Mary. Mary, kwa sababu alielewa kitu ambacho Yesu amemfanyia, it was easy yeye kupeana kila kitu alichokuwa nacho, lakini pia it was easy yeye kupeana kitu ambacho alivalue the most. Sasa sikiliza, a very first important point in our stewardship. Stewardship does not begin with the pocket. Stewardship begins with the heart. Uwakili hauanzi na mfuko, hauanzi na wallet, hauanzi na M-Pesa. Uwakili unaanza na moyo. Yaani ukielewa kile ambacho Yesu amekufanyia, ukielewa mahali ambapo Yesu amekutoa, ikiingia katika mawazo yako wema wake wa jana, definitely ule upendo wa Yesu Kristo utakuonyesha kwamba huo upendo unadai moyo wa shukrani. The reason why many a time tumekuwa mawakili wasio waaminifu, we start at the wrong place. We start by looking at how much I'm supposed to give. We don't start by looking at how much have I understood the relationship I have with the person I want to give to. Na ili utoe kwa kujinyima, ili utoe kwa kujitolea, ili utoe pasipo kuangalia ugumu wa maisha, inahitaji kuelewa kile ambacho Yesu amekufanyia. Stewardship begins from the heart, not from the pocket. And if you understand that, itakusaidia katika maisha yako ya uwakili. Ukimjua yule ambaye unamtolea, itakuwa rahisi. Nilisoma kisa fulani mahali kikanifurahisha, kwamba kuna bwana mmoja aliishi na mke wake kwa miaka mingi ya ndoa tu. Simesahau miaka hiyo ilikuwa mingapi. Ghafla mke wake akashikwa na terminal disease, ugonjwa, haya magonjwa sugu ambayo yanaweka watu chini kabisa. Sasa yule mwanamke samahani, aliposhikwa na ugonjwa yule alipoteza mawazo yake. He couldn't even identify the husband. Akawa amelazwa hospitali. Mume wake akawa kila siku anashinda kando ya kitanda cha mke wake. Kumbuka huyu mke ni mgonjwa, hawezi hata kumidentify huyu ni mume wangu. Siku moja watoto wake wakaja. Walipokuja akamwambia, mzee, mbona hivi unasumbuka na huyu mwanamke? Huyu mwanamke hakutambui, hata mawazo yake yamepotea. Hakuna namna ambavyo anakukumbuka. Why do you sacrifice kukaa hapa siku nzima na hata hakujui? Mzee akaangalia wale vijana akamwambia, ni kweli watoto wangu, huyu mwanamke anitambui, mawazo yake yamepotea, lakini mimi ninamtambua.
Na kwa sababu ninamtambua kama yeye ni mama yenu, ninamtambua yeye ni mke wangu, ninamtambua kuna uzuri ambao amenifanyia siku zetu za ndoa, hata kama saizi hawezi kunitambua, because I can recognize her, I know her, I have a relationship with her, nitakaa hapa. That's the experience of stewardship. Ina maana ukiwa na uhusiano na Yesu Kristo, ukitambua kile ambacho amekutendea, ukitambua kule ambapo amekutoa, there is no gift so expensive for you to give for the Savior. Shida tunasahau mahali ametutoa. Shida tunasahau kile ambacho ametufanyia. Shida tunasahau mapito ambayo ametupitisha. Tunasahau ya kwamba siku moja nilisimama kanisani nikashuhudia hata kwa machozi namna ambavyo Mungu amenitendea makuu. Na ukisahau hilo, inakuwa rahisi sana wewe kutokuwa na moyo wa shukrani. Stewardship begins by understanding yule mtu ambaye tunamtolea. Na unajua Biblia inasema hilo fungu ambalo tumesoma, when she did that, kwa kuleta marashi na kumpangusa miguu yake kwa mafuta, Biblia inasema kwamba nyumba nzima ilijawa na harufu ya yale marashi. Sikiliza, Mkristo yeyote mwenye moyo wa shukrani huwa ni hubiri kwa watu wengine ambao wamemzunguka. Manake wakati watu wanalalamika, yeye anashukuru. Niliwahi kusikia mhubiri mmoja akisema kitu ambacho nilifurahia sana. Alisema ya kwamba wakati mambo ni magumu, alafu Mungu, watu wanauliza yuko wapi Mungu wako? Mungu mbinguni huwa anauliza iko wapi sifa yako? When people ask where is your God? Where is your God? Mbinguni Mungu anauliza my daughter, where is your praise? Yani huwa wakati mgumu, when people are questioning the power of your God, God expects you to praise him. And that's a rare thing wakati mgumu. Lakini mtu mwenye moyo wa shukrani lazima atawaathiri wale ambao wamemzunguka. Wataona huyu mtu sio kawaida. Watahisi kana kwamba ni tajiri, lakini si kwamba akona vitu vingi. It's because he has learned to maintain a thankful heart. Jifunze kuwa na moyo wa shukrani kwa yale makuu mengi ambayo Mungu amekufanyia, kwa yale ambayo Mungu amekupitishia kwayo. Na ukikosa, ukiishi maisha kutosahau hayo wema, itakuwa rahisi kuwa wakili mwema na mwaminifu. And it's true. Yesu akawahi kusema ya kwamba in Matthew 26, hebu soma fungu hilo, Matthew 26 verse 13. Kumhusu huyu mwanamke, Yesu akasema hivi. Kumhusu huyu mwanamke, Yesu akasema maneno yafuatayo. Soma kwa upesi, Biblia inasemaje? Amin nawaambieni. Sawa. Kila patakapohubiriwa injili hii katika ulimwengu wote, tendo hilo alilolitenda huyu litatajwa pia kwa kumbukumbu lake. Kabisa. Kwa sababu ya tendo la Mariamu kutosahau wema wa Mungu wa jana, she received divine commendation. Yesu aliguswa na tendo lile la Mariamu, akasema mahali popote ambapo habari hizi zitatajwa, hili tendo ambalo Maria amelifanya hapa, nalo litasalia katika kumbukumbu. Ukiweka moyo wa shukrani, sikiliza, unasimama kuwa kama kumbukumbu. Mahali popote ambapo upo, watu wanaona wema wa Mungu kupitia maisha yako. Jifunze to maintain a thankful heart for what the Lord has done. Jinsi Mungu alifanya kwa Mariamu tendo hili kubwa. And it's true. Kile kitabu ambacho tumepeana hapa, Desire of Ages, ukurasa 563, anasema, and as far as the gospel extended, Mary's gift will shed its fragrance and hearts will be blessed through her unstudied act. Kwa sababu ya tendo ambalo ilifanya, that particular act itakuwa baraka kwa watu wengi sana tu. Anasema kingdoms will rise and fall. The names of monarchs and conquerors will be forgotten. But this woman's deed will be immortalized upon the sacred history until time should be no more that a broken alabaster box will tell the story of the love of God for a fallen race. Kwamba kile chupa ambacho alivunja cha marashi kimesalia kutuambia kisa cha neema na upendo wa Mwenyezi Mungu kwetu.
So when you maintain a thankful heart, you are in the path of being a faithful steward. Kama una moyo wa kulaumu, uko mbali sana kuwa wakili aliye mwaminifu. Jifunze kuweka moyo wa shukrani, kwa sababu upendo wa Mungu unadai moyo wa shukrani. Upendo wa Mungu unadai umpatie vitu bora unavyotamani. Kama ni talanta, unampatia katika ubora wake. Kama ni muda, unampatia katika ubora wake. Kama ni fedha, unampatia katika ubora wake. Kila sehemu ya uwakili unampatia katika ubora wake, kwa sababu umejua yale ambayo Mungu amekufanyia. Unasalia kuwa kumbukumbu ya shukrani, kumbukumbu ya neema, kumbukumbu ya upendo wa Mwenyezi Mungu. And it's true, tuna kila sababu ya kuwa waaminifu kwa Mungu hivyo. Maanake kile ambacho ametufanyia nusu haijatangazwa. Kile ambacho ametufanyia hakuna mtu anaweza kukifanya. Kijiji kimoja kikawa kinaishi, ni kijiji ambacho kuna bonde, alafu kuna sehemu nyingine ni mlima. Sasa sehemu kubwa ya wanakijiji walikuwa wanaishi kwenye bonde. Kisha sehemu nyingine ya bonde huko kulikuwa kuna sea, ocean, that is bahari. Kulikuwa na mkulima mmoja alikuwa analima mchele au kipenda mpunga huko juu. Sasa yule mkulima siku moja alipoamka, akasimama juu on the hill, akaangalia kule juu, akaona bahari imefura, inakuja tsunami, inakuja kwa ukasi sana from a far distance. Yule mkulima akashtuka, akasema, nikisubiri mpaka ile tsunami ije mpaka ifike kwenye bonde hili, kijiji kile chote kitazama, kitaisha. Na muda huo hamna simu, hakuna namna ya kucommunicate. Akafikiria, nitawajuza vipi wale watu kwenye bonde ya kwamba kuna hatari inakuja, watafuta namna ya kujinusuru. Yule mkulima akafikiria haraka, akaingia kwenye shamba lake la mchele, akawasha moto. Shamba likashika moto, likaanza kuteketea. Sasa watu kwenye bonde walipoangalia juu mlimani, wakaona moto na moshi unapaa. Wao wakatoka mbio kijiji kizima, wanaenda kuokoa shamba ambalo linaungua. Wanakimbia mbio mbio, wanapanda wote juu kwenda mlimani kuokoa shamba ambalo linaungua. Wakifika wanampata mkulima akitabasamu. Anamwambia, vipi unatabasamu kwa nini? Na shamba lako linaungua, ufanye lolote? Anasema, hilo shamba linaungua kwa sababu yenu. Vipi? Nililiwasha moto mlione, ili kwamba mkimbilie huko mkajinusuru, manake tsunami ile inakuja kwa kasi sana. Wale wanakijiji waliposikia tendo hilo, walitengeneza bango kama hili hapa nyuma, bango, alafu wakaandika hapo, he gave it all, he gave it gladly. Alipeana yote, alipeana kwa furaha. And that is what Christ did for us. Alipeana yote na alipeana kwa furaha. Kinachohitajika kwetu ni moyo wa shukrani. So wakili yote ambaye atagundua Yesu alipeana yote na akapeana kwa furaha, moyo wa shukrani will be the response to such an extravagant love. Ninaomba Mungu atuwezeshe kutosahau wema wa Mungu wa jana. Naomba Mungu atuwezeshe kutosahau kwamba Yesu alipeana yote na akapeana kwa furaha, hivyo tumpatie moyo wa shukrani. Mungu na atubariki. Je, ni ombi lako mchana huu kwamba uwe wakili mwaminifu kutosahau wema wa Mwenyezi Mungu na kuhakikisha kwamba hakuna zawadi iliyo ghali kwako kwake? Kama ndilo ombi lako, simama tuombe pamoja sasa. Mungu na Baba yetu, asante kwa sababu ya somo la uwakili. Asante kwa sababu ya kutukumbusha wema wako ambao unapaswa kutusukuma na kutuvutia kuwa na moyo wa shukrani. Na kwa hiyo tunakuomba Mungu, katika mapungufu yetu utukumbushe kwamba jana ulifanya vitu fulani katika maisha yetu. Utukumbuke kama jana kuna mapito ambayo ulituokoa kwayo. Utukumbushe kwamba jana kwa kifo chako msalabani ulipeana kila kitu na ukakipeana kwa furaha. Na huo upendo unadai moyo wa shukrani. Tusaidie kuwa na mioyo hii yenye shukrani, ili kwamba tukutolee mali yetu, talanta zetu katika ubora wake. Ndilo ombi letu kwa imani katika jina la Yesu Kristo. Amen. Asante.
kwenda madarasa yetu ili tuweze kupata walimu. Pande ile ni vijana kutoka miaka 16 mpaka miaka 22, 23. Upande huu ni wazazi walio kwa ndoa kwa miaka isiyozidi 15 na pia walio na miaka hiyo 15 kwenda juu. Upande huu vijana watakuwa na Robinson, mtumishi wa Mungu. Fadhili Rubua atakuwa na the young couples ambao wataketi pale, wataweza kuwa na mtumishi wa Mungu Fadhili. Na Pastor Robinson atakuwa na vijana pale 16 miaka mpaka 23, na Pastor Rubua atakuwa na young couples miaka ya kwanza mpaka 15, na pia wale ambao ni shida kubwa, wazee kama Meli, naona ananiangalia pale, ni miaka yao inawaweka pale ndio waambiwe maneno, watakuwa na mama mpendwa Pastor Ndegwa atakuwa pale anawashughulikia. Kwa hivyo tuharakishe, masaa yetu yasiishe tafadhali. Tuna muda wa dakika 40 katika classes zetu, na Mungu wetu apate kuwabariki. Kwa hivyo tuharakishe.
atarudi sasa, anakuja duniani. Wasafiri wote watapumzika Yesu anaporudi tena. Hatutatengana nao tena, huku zuri tutaimba. Watakusanyika toka kila kabila, miguuni pa mwana kondoo. Yu aja Yesu atarudi sasa, anakuja duniani. Wasafiri wote watapumzika Yesu anaporudi tena. Stanza ya mwisho tukimalizia. Aleluya, amina, aleluya tena, upendo wake unashangaa. Tutamsifu milele, hata tutashangaa jinsi alivyotukomboa. Yu aja Yesu atarudi sasa, anakuja duniani. Wasafiri wote watapumzika Yesu anaporudi tena. Abandu ba Nyasaye bairire. Nyasaye nomya amatukonzi. Basi karibuni sana katika mikutano hii. Jioni tunakuwa tuna maombi, na ningekuwa mimi ningewashauri ambao hawajaweza kuwepo. Najua ratiba zetu sio rafiki, lakini basi nitangaze wazi kwamba there is more power in prayers. There is more power in communicating with our Lord. Kuna nguvu kubwa sana katika maombi, na kuna nguvu katika kuwasiliana na Mungu wetu, na kwa sababu ndio tunaenda na miendelezo ya makambi haya, najua hili nitaliweka sawa pia, na kwa neema ya Bwana tutaweza kuona ilivyo muhimu hasa basi, ili tuweze kuwa miongoni mwa baraka za jioni ya leo. Na hivyo niombe praise team waweze kukamata microphones ili tuweze kuimba kidogo saa heri ya maombi. Sasa kwako Bwana ninarudi. Na wakati wanajipanga na wimbo huo, nitoe maangalizo machache. Kesho asubuhi saa 11:30 tunakuwa na maombi ya asubuhi. Ikiwa unafikiri kwamba unamhitaji Mungu kuliko kawaida, njoo ukutane na uzoefu na Mungu wako. Tutakuwa na hotuba fupi zenye maombi asubuhi saa 11:30. Nimehubiri maeneo kadhaa hapa Kisii, na ninajua waliozingatia vipindi hivyo walivyoweza kuneemeka. Na kama unaweza kumshauri mtu
ambaye huenda amebanwa na kazi, asingeweza kupata masaa ya kambi, rafiki, ndugu na jamaa, huo muda wa asubuhi huo tutautumia zaidi kukutana na Mungu wetu kwa ufupi, na ndipo watu watapewa muda wa kujiandaa kama ratiba inavyojionyesha. Kwa hiyo karibuni tuweze kuomba, karibuni tusikie uzoefu na Mungu wetu kupitia maandiko. Nimeona Mungu akifanya mambo makubwa katika maombi ya asubuhi kupitia neno lenye nguvu, maombi yenye nguvu, lakini shuhuda zenye nguvu. Na kama usipoona hilo ni la muhimu sasa, utashangaa umepitwa baada ya kuwa wengi wamekutana na Mungu katika maisha yao. Kwa hivyo naomba niliweke wazi, najua mtaweza kufikisha ujumbe huo, iwe ni kwa WhatsApp, iwe ni kwa kumpigia mtu kwa message, kamwambie kwamba tuna maombi yenye nguvu sana asubuhi. Tuna maombi sana yenye nguvu, na Bwana awaalike. Wangapi wamesikia hilo kuhusu maombi ya asubuhi? Bwana awabariki sana. Lakini basi tunaenda kuimba na tutapata wazo la dakika zisizozidi 7, na nitawalika kuja mbele kwa ajili ya maombi, ili saa 11:30 huenda kama tulivyokusudia, ama na dakika 35 kamili tuwe tumeondoka na kupumzika. Bwana awabariki. Saa heri ya maombi, saa heri ya maombi. Na basi waimbaji, karibuni. Saa heri ya maombi, sing. Saa heri ya maombi, sasa kwako tunarudi, sumbuku ya kuondoa shida zetu na pungufu, taabuni mara nyingi, roho zetu zimepona, mashakani tumeshinda, wakati wa saa tamu. Saa heri ya maombi, twapereka dhiki zetu kwake aliyeahidi kubariki wenye haja. Yesu anaagiza tumwendee, tulitegemee neno lake, hivyo tumweke yote wakati wa saa tamu. Tusimame. Saa heri ya maombi, tutazidi kuingia bomani mwetu, na ngome hata tuishapo mwendo. Yesu hata tusikia katika saa ya maombi, tutamtafuta daima, na tutakapomwona kutana naye, tutamwona saa tamu. Tukiwa tumesimama, kila mtu ainamishe kichwa chake, apate muda wa kuomba. Na wakati unaomba, endelea kuomba ukiwa umefumba macho yako. Daudi anasema, katika shida yangu nalimuita Bwana. Wewe utamuita nani? Je, watoto wako utawapeleka kwa nani?
Je, ndoa yako utaipeleka kwa nani? Je, hali yako ya kiuchumi utaipeleka kwa nani? Ugonjwa wako utaupeleka kwa nani? Mimi nakupendekezea, peleka kwa Yesu. Endelea kuomba. Eleza ile changamoto na hali ambayo imekufanya umhitaji Bwana zaidi. Endelea kuomba. Bwana anatusikia. Nina haja nawe kila saa, hawezi mwingine kunifaa. Yesu, nakuhitaji vivyo kila saa, niwezeshe Mwokozi, na akujia. Baba na Mungu wetu, tuna haja nawe. Tuna haja nawe kila saa. Hawezi mwingine kutufaa. Yesu, tunakuhitaji vivyo kila saa. Tuwezeshe Mwokozi, tunakujia. Wako watoto wako wanakujia jioni ya leo. Wana haja na wewe kwa sababu ya magonjwa ambayo yamekabili afya zao. Wana haja na wewe kwa sababu wake zao, waume zao wanaumwa. Wana haja na wewe kwa sababu watoto wamekuwa wagonjwa. Wana haja na wewe kwa sababu ya financial crisis. Wana haja na wewe kwa sababu uchumi umeyumba. Wana haja na wewe kwa sababu ndoa imekuwa changamoto. Wana haja na wewe kwa mambo mengi. Kila mmoja anakuita. Vijana wanaomba katika namna yao. Wazazi wa ndoa changa wanaomba kwa namna yao. Wenye ndoa kongwe wanaomba kwa namna yao. Wasio na ndoa wanaomba kwa namna zao. Wale apweke, wajane, wagane. Kila mtu hapa anaomba kwa namna yake. Baba, utusikie. Baba, utusikie. Mungu wetu, utusikie. Tunaomba kama kuna jambo ambalo limekaa kwa muda mrefu bila kujibiwa kwa makambi haya ya Better Living Getembe, ninakuomba mimi na wahudumu wenzangu kwamba Bwana, tenda jambo la kipekee. Tunaamini kwamba unaenda kuwa nasi. Tutasoma neno fupi na maombi ya kina tena. Uwe nasi kwa jina la Kristo Bwana wetu. Amen. Amen. Unaweza kukaa. Biblia, maandiko matakatifu ya Biblia, kitabu cha Luka 2 mstari wa 41, tutasoma hadi mstari wa 50. Biblia ina maneno yafuatayo. Nenda pamoja nami. Neno la Bwana linasema, basi wazee wake huenda Yerusalemu kila mwaka wakati wa sikukuu ya Pasaka. Mstari wa 42. Na alipopata umri wake miaka 12, walipanda kama ilivyokuwa desturi ya sikukuu. Fungu la 43. Na walipokwisha kuzitimiza siku
wakati wa kurudi kwao, yule mtoto Yesu alibaki nyuma huko Yerusalemu, na wazee wake walikuwa hawana habari, nao wakadhani ya kuwa yumo katika msafara. Wakaenenda mwendo wa kutwa, wakawa wakimtafuta katika jamaa zao na wenzao. Fungu la 45. Na walipomkosa wakarejea Yerusalemu huku wakimtafuta. Fungu la 46. Ikawa baada ya siku 3 wakamwona hekaluni, ameketi katikati ya waalimu, akiwasikiliza na kuwauliza maswali. Fungu la 47. Na wote waliomsikia walistaajabia fahamu zake na maajabu yake. Fungu la 48. Na walipomwona walishangaa, na mama yake alimwambia, mwanangu, mbona umetutenda hivi? Tazama, nasema tazama, baba yako na mimi tulikuwa tukikutafuta kwa huzuni. Naomba upigie mstari, tulikuwa tukikutafuta kwa nini? Kwa huzuni. 49. Akawaambia, kwani kunitafuta? Amkujua ya kuwa imenipasa kuwamo katika nyumba yangu? Nao hawakuelewa neno hilo alilowaambia. Akashuka pamoja nao mpaka Nazareti, naye alikuwa akiwatii. Na mamaye akashuka pamoja nao mpaka Nazareti, naye alikuwa akiwatii. Na mamaye aliyaweka hayo yote moyoni mwake. Tunahitaji kwenda kuomba jioni ya leo, lakini wazo ambalo natamani tuondoke nalo, neno ambalo natamani tuondoke nalo, wewe uliyeko hapa na yule ambaye anatufuatilia katika mtandao, Yesu anaweza akapotea, na Yesu anaweza akaondoka katika maisha yetu. Kumbuka, mada ya mkutano huu inasema wokovu uliorahisishwa. Na hivyo kwa namna ya kipekee sana, Yesu ameurahisisha ukombozi. Amekufa ili mimi na wewe tuokolewe. Na nina habari njema, ni nia ya Kristo mimi na wewe tuokolewe. Ningekuwa mimi ningesema amen. Ni nia ya Yesu kwamba mimi na wewe tuokolewe. Lakini ninaomba niseme, Isaya alitabiri akasema, mtoto atazaliwa na jina lake ataitwa Imanueli, yaani Mungu pamoja na sisi. Lakini pia malaika Gabriel akamwambia Mariamu, na pia akathibitisha kwa Yusufu ya kwamba mtoto huyu atazaliwa, naye atakuwa ni ukombozi wa ulimwengu. Lakini sio tu kwa ukombozi wa ulimwengu, ataitwa Imanueli, yaani Mungu pamoja na sisi. Ninatamani kuambia ambao mko hapa, ninatamani kuambia walioko mtandaoni, kitendo cha Yesu kushuka hapa akakubali kufa, alichokuwa anakihitaji sio tu kifo chake. Alitamani kwamba akae na sisi kwa miaka zaidi ya 30, naam 33 na nusu, ili
auonyeshe ulimwengu anavyotaka kukaa pamoja na sisi. Na mimi natamani nikuambie mama, Yesu anatamani akae na wewe. Na mimi nataka nikuambie baba, Yesu anataka akae na wewe. Ninaomba nikuambie binti, Yesu anataka akae na wewe. Ninaomba niongee na wasikilizaji, wazee wangu, ninaomba niongee na kila mmoja ya kwamba Yesu anataka akae na sisi. Na hivyo kabla hatujasogea hapa kwa maombi dakika hii, ninatamani kukuuliza, je, unafahamu gharama ya kumtafuta Yesu atakapopotea maishani mwako? Walikuwa na Yesu wazazi wake, Biblia imetuambia, na tena walikuwa wakitembea pamoja naye baada ya kutoka Yerusalemu kwenye sikukuu ya Pasaka. Lakini cha kushangaza, walijali furaha zao, wakaendelea na mambo yao. Biblia inazingatia kwamba walipofanya mambo yao, wakasahau ya kwamba uwepo wa Yesu ungekuwa furaha yao, ungekuwa sababu ya wao kufurahi. Tunaenda katika maombi. Ninatamani nikuambie ukweli ambao ni ukweli wenyewe. Hatuwezi kuwa na furaha bila Yesu. Naomba nirudie. Hatutaweza kukaa hata dakika moja bila Yesu. Biashara zetu, ndoa zetu, maisha yetu, kila tulicho nacho, hatuwezi bila Yesu. Na kwa sababu tu ninatambulisha hotuba hiyo, na nimechagua katika mambo ya jioni ya kwenda na maombi, nitakuwa nikionyesha wokovu uliorahisishwa kwa namna fupi na kisha kuomba. Na hivyo basi naomba ni wasogelee na niwaulize kwamba ikiwa Biblia imetuambia na wewe umesoma, Yesu alipopotea wazazi hawakulala, wazazi hawakula. Wazazi wa Yesu, Mariamu na Yusufu, walihuzunika mpaka wakamwambia Yesu, mbona umesababisha huzuni kati ya mimi na baba yako? Ninajua kuna watu wanateseka. Na hivyo kabla hatujaomba hivi, naomba nikuambie, huenda miongoni mwa sababu zinazofanya ndoa yako inateseka, huenda miongoni mwa sababu zinazofanya unapita kwenye changamoto ngumu sana, huenda miongoni mwa sababu zinazofanya upitie unachopitia, kuna mahali Yesu amepotea mazingira ya kutatanisha kwenye maisha yako. Huenda Yesu alipotea baada ya wewe kuolewa, ukaamua kucompromise, ukashusha viwango vya Ukristo, na Yesu amepotea. Huenda Yesu amepotea baada ya kusoma, ukaitegemea elimu, na hivi sasa Yesu amepotea. Huenda Yesu alipotea maishani mwako baada ya kuwa umepewa cheo. Yesu amepotea. Sasa kanisa hutaki tena, unakuja kwa kusuasua. Huenda Yesu alipotea baada ya kuajiriwa, ukapenda kazi kuliko kumpenda Mungu. Huenda Yesu amepotea baada ya kuwa amekujibu, ulikuwa unatafuta mtoto, amekupa watoto, leo Yesu amepotea. Lakini huenda amepotea kwa sababu hali ya kiuchumi imekaa vizuri, ama huenda amepotea baada ya kuona unasumbuka, mambo hayaendi, umekata tamaa, Yesu akapotea. Ninaomba jioni ya leo, miongoni mwa ombi kubwa ambalo nataka niwashirikishe, kama
miongoni mwa wanenaji wa kampu hii, ninatamani Yesu arejee kwa washirika, kwa wakazi wa Better Living Getembe. Natamani Yesu aliyepotea, ambaye amepuuzwa kwa kutokuwa na maombi, kwa kutokuwa na nyimbo za shangwe, kwa kutolisoma neno lake, kwa kutompa muda, ninaomba baada ya kambi hili Yesu aliyepotea apatikane. Nasema tena apatikane. Hatutalala, usingizi utapotea, chakula hakitakuwa kitamu, kazi zitakuwa ngumu ikiwa Yesu amepotea. Nina habari njema. Yesu alipopatikana, furaha ilirejea kwa wazazi wao. Furaha ilirejea kwa wazazi wao. Nina habari njema jioni ya leo. Kama una maombi mengi ambayo unataka kuyaomba, hili na liwe ombi letu wanagetembe. Tunataka Yesu aliyepotea arejee tena. Ninaomba kusema tena, arejee tena. Arejee kwenye familia zetu, arejee kwenye kanisa lake, arejee kwako msikilizaji unayefuatilia mtandaoni. Usitembee peke yako. Ndio maana mwimbaji mmoja akaimba akasema, siwezi tembea peke, pana dhoruba njiani, lakini ukinishika mkono nitakwenda salama. Ninatamani wale ambao wanasema jioni ya leo, Yesu, ninaomba unisamehe. Huenda nimejiona nikienda kanisani bila kujua umepotea maishani mwangu. Nimekupoteza, mazingira ya kutatanisha, bila kujua na bila kujali umepotea. Ninaomba Yesu, karibu tena moyoni mwangu, karibu tena maishani mwangu, karibu tena kwa watoto wangu, karibu kwa mume wangu, karibu kwa mke wangu, karibu kwenye afya yangu, karibu, karibu, karibu Yesu, karibu kwenye kanisa letu la Better Living Getembe. Ninataka niwaambie, palipo Roho wa Mungu yote yanawezekana. Ikiwa ni wewe ambaye unakubaliana nami, hata mimi namwambia Yesu, ikiwa nilikupoteza, ninakuhitaji. Ikiwa namhitaji Yesu, nyosha mkono wako, nyosha mkono wako. Kwani usisimame sasa? Tenena, ninaomba uendelee kusimama sasa. Na waimbaji, nitamani tu mwe mnajua, ili pia mwe mnakuja, na tunaenda kuimba wimbo mzuri tunapoenda katika maombi. Wimbo nambari 119 vitabu vya Kiswahili. Watu wote tusogee kuja hapa tulioko hapa, ili tuweze kupata maombi. 119. Yesu anasema, wewe huna nguvu, kesha ukaombe na uje mwanangu. Yesu anasema, wewe si. Yesu anasema, wewe tuendelee kutembea. una nguvu. Walio mbali tuendelee kutembea. Kesha ukaombe na uje mwanangu. Halilipape na wiwa naye, dhambi ilitiawa aliiondoa. Bwana, nimeona uwezo wako tu, waweza takasa mioyo michafu. Alilipape na wiwa naye, dhambi ilitiawa
kitu chema kudai neema, hivi nitafua mavazi kwa damu, alilipa bei nawe wanaye, dhambi ilitiawa, aliiondoa. Ninaposimama juu ya mawingu, taji nitaweka miguuni pa Yesu, alilipa bei nawe wanaye, dhambi ilitiawa, aliiondoa. Marafiki zangu, ninatamani leo tuombee jambo hili. Nimewaona Wakristo wengi wana ushirika, wanaenda makanisani. Nimewaona Wakristo wengi wamevaa tai, wanaimba kwaya, wamepewa vyeo. Nimeona Wakristo wengi, wachungaji na viongozi wa dini. Hata mimi mwenyewe ninajitazama ya kwamba ni jambo moja kuwa Mkristo na ni jambo jingine kuendelea kuwa na Kristo. Na huenda tumetembea na dini ya mazoea na tukafikiri Yesu yupo, kumbe amepotea. Ninatamani nimuulize Yesu vizuri, na nimuombe tena kupitia makambi haya arejee maishani mwangu. Muulize Yesu, lakini jikague, ni lini hasa Yesu amepotea maishani mwako. Mpendwa unayetufuatilia, wewe ambaye uko hapa, nimeona wasichana wengi wakitembea na Ukristo ila hawana Kristo. Wanatafuta uchumba wa Kikristo bila Kristo. Nimeziona ndoa nyingi zinaitwa ndoa za Kikristo, ila kimsingi Yesu amepotea maishani mwao. Biblia imetuambia katika Luka 2:41 hadi 50, alipopotea. Kama umeniona jioni ya leo, ninatoa ushauri. Yesu alipopotea, walimtafuta kwa gharama. Alipotea kwa uzembe wao. Alipotea carelessly, unknowingly. Alipotea na watu wakabaki na suti na tai na titles. Kumbe Yesu amepotea. Hili sio la ajabu, maana Sauli aliwahi kuongoza wakati huo Mungu amemkataa miaka mingi iliyopita. Ninaogopa kuendelea kuhubiri kuhusu Yesu, kumbe mimi mwenyewe nimempoteza. Yesu, nakuomba, karibu tena moyoni mwangu. Nisamehe, nimekupoteza Yesu. Ninasoma neno lako juu juu. Ninaomba kwa mazoea. Ninaimba kama vile Mkristo. Mkristo aliyezoea kuimba, kumbe nimekupoteza.
sijui ni nani atakayeumia, ajue, aone kwamba Yesu amepotea maishani mwetu. Mimi niko tayari ya kwamba Yesu, baada ya kusoma shida walioipata, huzuni walioipata Mariamu na Yusufu, mpaka wakamlalamikia mtoto wa miaka 12 Yesu, kwamba ulipopotea tumehuzunika. Ninatamani furaha irejee kwangu na kwako, na tutumieni wiki hii ya juma la makambi linalosema wokovu uliorahisishwa, kumtafuta Kristo maadamu anapatikana. Jamani, maadamu anapatikana. Ninajua tusingekuwa na muda mwingi tena, lakini nimeona nitumie dakika hizi chache ya kwamba tumtafuteni Yesu. Tuje asubuhi tumtafute, apatikane juma hili, ili tuongozane naye. Biblia inaniambia walipompata wakaongozana naye, wakatembea na yeye. Baada ya makambi haya, ninatamani mimi na mke wangu, ninatamani mimi na wahubiri wenza, ninatamani washirika wa makambi haya na yule ambaye amechagua kutufuatilia, amrudishe Yesu kwenye maisha yake. Na ndiyo maana sioni hata haja ya kupiga kelele sana, maana moyo wangu unauma. Yesu amepotea miongoni mwa maisha ya Wakristo. Je, unaliona kuwa la maana hili? Twendeni magotini tumrudishe Yesu. Yesu amepotea. Ndio maana biashara zetu zimebaki bila Yesu. Watoto wetu wanadanganywa, wanaingia kwenye ushoga, wanapewa mimba, wanazaa tu, wanaambukizwa magonjwa, wanasagana, ndoa watu wanapigana. Wakristo leo makanisani wanagombania vyeo. Hawataki tena maombi. Hawataki ile dini ya kusoma neno sabato mchana. Hawahitaji vikosi vya maombi. Hawataki kumtafuta tena Yesu. Wanasema we don't want. It is too boring. Na huzuni imetanda. Yesu karibu tena maishani mwetu. Imetosha. Imetosha huzuni tulio nayo. Wiki hii tutakutafuta Yesu hata upatikane tena. Naliwe ombi langu, naliwe ombi lako sasa. Unapofunga macho yako, mwambie Yesu, kwa niaba ya mtaa, kwa niaba ya kanisa, kwa niaba ya wasikilizaji wa mtandao, kila jicho likiwa limefungwa, kwa niaba ya mme na mke wako, kwa niaba ya ndugu zako, ukoo wako, Yesu amepotea. Ndio maana kuna malumbano. Ndio maana watu hawapati usingizi, wanakabwa, wakila wanazidi kukonda, kudhoofu. Hela zikipatikana zinapotea. Wakikaa wakicheka asubuhi, jioni wana huzuni. Maana tumejua tukiwa mbali na Yesu kuna huzuni. Endelea kuomba rafiki yangu mtandaoni. Endelea kuomba wewe unayefuatilia hapa. Yesu amepotea. Yesu, hata mimi nahisi nimekupoteza. Na cha ajabu, moyo wangu nimeufunga, sitaki kusikia umepoteaje. Wiki hii itakuwa wiki ya kuomba mpaka tukupate. Njoo Roho Mtukufu, oshe moyo
praised him. Nia yangu njooni jaze sa. Kila jicho limefumbwa. Roho mtu Yesu njooni jaze. Utakase Yesu, utakaseni aya njooni jaze sasa. Roho mtukufu njooni jaze. Bwana utakase, takaseni aya njooni jaze. Madam Ruth utakuja hapa. Roho mtukufu njooni jaze sasa. Utakaseni yangu njoo Yesu, njoo Yesu, njoo Yesu. Amen. Wapendwa, endelea kuomba. Jinsi maumivu ambayo mama Yesu na Yusufu waliyahisi, Yesu amepotea. Wiki hii atarejea. Madamu anakuja kuomba. Anapokuja mwambie Yesu, patikana tena. Amen. Baba mwema, wewe uketie mahali palipoinuka mbinguni, wewe unayesikia vilio vya watoto wako Baba, miguuni pako tumekuja. Hakika tumegundua tumetenda dhambi, tumepungukiwa kabisa na utukufu wako. Sasa kwa machozi mengi tuko miguuni pako, wakubwa kwa wadogo tuko miguuni pako Yesu. Tunaita jina lipitalo majina yote. Kwa kutaja kwa jina hilo tunapata kuokolewa. Kwa kutaja kwa jina hilo tunapata kuponywa magonjwa yote. Amen. Sasa tunakuja kwako watu wako, hatujui tufanye nini, lakini miguuni pako Yesu tumefika. Tumefika na uvundo wa dhambi maishani mwetu. Baba, tuchukue. Baba, utubebe kila mmoja wetu, utusafi kabisa na damu yako. Amen. Utuelekeze katika njia salama, uweze kukaribia katika maisha yetu. Baba mwaminifu, umesema njooni kwangu nyote mlemewao na mizigo mizito, nami nitawapa pumziko. Basi tumekuja watu wako, tumekuja jinsi tulivyo. Baba, tutakaze, tuoshe kabisa, utuelekeze katika njia zako, utuoneshe yaliyo mapenzi yako. Lakini Baba, utupe nguvu, utupe nguvu ya Roho Mtakatifu. Amen. Ituwezeshe kutembea Yesu, ituwezeshe kurudi katika mapito ya zamani. Lakini tumepotea Baba mwema, utushike mkono. Utakapotushika mkono tutatembea pamoja nawe. Utakapotushika mkono hatutapotea tena, hatutatoka katika uzo wako, hatutaremewa tena na dhambi. Yes. Baba mwaminifu, nikusihi uweze kuelekeza uso wako kwetu. Amen. Uweze kuyasikia maombi yetu. Kama kanisa la Getembe, utusamee kwa pendo lako. Kama kanisa la Getembe, uweze kuandamana pamoja nasi. Kama kijiji Kisima, Baba, upate kukaa nasi. Baba, utuelekeze katika njia ya usalama. Baba, neno lako lidumu ndani yetu. Tazama wana wako wameinama, wengine ni wagonjwa Yesu. Tabibu mkuu, ninakusihi usiku wa leo uwatendee miujiza. Usiku wa leo utende mambo makubwa. Wanaougua wasiugue tena,
uwashughulikie katika jina lako. Baba mwaminifu, kuna wengi wamekosa kazi, hawana kazi. Watoto wako wanalia usiku na mchana, wamekata tamaa. Ninakusihi siku ya leo, unapozuru watoto wako, uwazuru pia katika jina la Yesu. Baba, tenda fadhili. Baba, inuka katika maisha yetu. Baba, kuna wengine tumeanguka kabisa kutoka katika safari ya imani. Uturudishe kwa pendo lako, utushike mkono, utuelekeze kabisa, jina lako lipate sifa. Amen. Lakini siku hii na juma hili, Baba, utende mambo makubwa. Viwanja hivi vikuwe chini ya ulinzi wako. Iwepo kuna uchawi, iwepo kuna masingaumbwe, iwepo kuna majini, tunakuja kinyume chake katika jina la Yesu. Baba, tenda fadhili. Baba, inuka kabisa. Baba, tenda mambo makubwa. Uso wako uelekee kwa watoto wako. Baba, wiki hii ikuwe ni wiki ya kukutana pamoja nasi. Upate kutubariki, upate kuinua familia zetu. Waliotokana na katika familia, uwarudishe katika jina la Yesu. Lakini wanenaji wako ninawaweka chini ya ulinzi wako. Iwepo kuna chochote shetani amepanga katika maisha yao, ninakuja kinyume katika jina la Yesu. Amen. Baba, tenda fadhili. Baba, nena kupitia kwao. Baba, wabariki watu wako. Baba, waonekanie katika kila hali, lakini washiriki uwe pamoja nao. Uwatendee mambo makubwa, uwavute kwa kamba za pendo lako. Yesu, wasikose katika kongamano hili, uweze kukutana na kila mmoja na hitaji lake. Amen. Utende fadhili katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Kiwa umepiga magoti, sikiliza baraka za ombi hili pia. Baba, asante. Mama kiongozi, mwenyekiti wa kambi, mwana maombi ameomba. Pokea maombi yetu. Watu wameomba, mtu mmoja mmoja. Hata mimi nimeendelea kutafakari. Inauma kukupoteza. Inauma kubaki na Ukristo bila Kristo. Inauma kutembea tukijiita wa Adventista, wa Kristo, wa madhehebu mbalimbali bila wewe Yesu Kristo. Hiyo dini ni bure. Mungu wetu ni bure. Na ni kwa msaada wa Roho Mtakatifu ndipo tutakujua wewe Mungu Baba na Yesu Kristo uliyemtuma. Ninaomba niungame. Imetosha. Imetosha kwangu. Imetosha kwa wasikilizaji. Imetosha. Maana tumepambana wenyewe bila wewe. Na ndiyo maana nguvu zimetuishia. Ndiyo maana uwezo wa kupambana umekoma. Ndiyo maana biashara zinafilisika. Ndiyo maana ndoa zina changamoto. Ndiyo maana mapepo yamesambaa. Ndiyo maana tunanyanyasika. Ewe shetani, kwa mamlaka ya jina la Yesu, achilia akili zetu. Achilia akili zetu. Tupate utambuzi. Tuweze kujua kwamba ulipotea. Kwamba Yesu ulipotea. Na tukupokee leo kwa jina la Yesu. Na ikiwa kuna mahali shetani alilifunga kundi la familia fulani, familia hiyo ninaifungua kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Shetani toka. Yesu ingia katika maisha ya watoto wako. Na kama kuna mtu alirogwa, kama kuna uchawi uliendelea, kama kuna nguvu yoyote, walio wa Yesu, uchawi unateketea. Uchawi unateketea. Uchawi unateketea. Nguvu za giza zinateketea. Maana palipo Yesu, shetani anakimbia. Karibu Yesu katika mioyo yetu. Karibu Yesu katika ndoa zetu. Magomvi ya ndoa, pepo la ugomvi, ninalikataa kwa jina la Yesu. Pepo la kufilisika,
pepo la madeni, pepo la kupuuzia ibada, changamoto zote na ushawishi wa shetani, ninavunja, 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 ninakataa kila roho kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Leta roho ya kusoma maandiko, leta roho ya maombi, leta roho ya nyimbo za shangwe, leta roho ya kupendana. Ondoa roho ya majungu, ondoa roho ya wivu, ondoa roho ya chuki. Yesu, imetosha. Ulipotea kwa muda mrefu, tunakuhitaji jioni ya leo. Hata kama tungekuwa wawili, tungesema tunakuhitaji kwa niaba ya mtaa huu, tunakuhitaji kwa niaba ya kanisa hili. Kama kuna mtu alikuwa mgonjwa na amefungua moyo wake kukupokea sasa, acha apone jioni ya leo kwa jina la Yesu. Mgongo unapona, miguu inapona, sukari inapona, presha inapona, ndoa inapona, familia inapona, kila kitu kinapona. Nguvu ya Bwana imezuka jioni ya leo. Heri wewe, heri wewe uliyefungua moyo wako Yesu anapoingia ndani yako. Baba, ninaomba ground hii uianoint. Yeyote anayekuja maombi ya asubuhi, yeyote anayekuja vipindi vya kambi hili, akiingia kwa geti ile, kama alikuwa na nguvu za giza, aishie pale, na akiingia kupona, Mungu akutane na power of healing. Mungu wetu, tunashukuru maana muda huu umetumika kukuita wewe, muda huu umetumika kukuinua wewe. Palipo roho, yote yanawezekana. Bariki mchungaji, bariki wazee wa kanisa, bariki uongozi wa makambi. Leo tumeondoka na ombi zito, tunakuhitaji. Maana tukikupata Yesu, tumepata vyote, tumepata vyote. Patikana Yesu, patikana Yesu, patikana kwa wanaofuatilia mtandaoni, patikana kwa walio hapa, patikana kwa kila mmoja, patikana ukiongeza idadi ya wanaohudhuria. Acha twende na moyo wa Injili, acha twende kueleza habari hizi, na kuanzia kesho, masaa ya kila ibada, kila kipindi, uzuke uonekane katikati yetu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Amen, amen. Unaweza ukainuka. Tunapotoka sasa mtandaoni, tukiwa tumesimama hapo, niseme machache haya. Hakuna jambo la msingi kama Yesu kurejea katika maisha yetu. Yesu ndiye anayeurahisisha wokovu wetu. Jamani, Bwana asifiwe sana. Pelekeni habari hizi. Makambi yalishaanza. Nguvu ya Bwana inataka kuachiliwa hapa. Mtaona mambo makubwa, ila yatataka kuelewa kwamba kwa Yesu yote yanawezekana. Hata aliyeamini jioni ya leo amepona, amepona. Naye ataenda akisema, nilipomkaribisha Yesu katikati ya maombi, niliona mambo mengine yakitendwa. Niliona mwili wangu ukipata joto la tofauti, uponyaji wa tofauti. Mpateni Yesu, maana mkimpata huyo, mmepata vyote, mmepata vyote. Kule nje wanasema njoo upokee muujiza. Mimi nakuambia mpokee Yesu. Ukimpokea Yesu, umepokea unachotaka, umepokea unachotaka. Mungu awabariki. Na niwaambie tena, kesho vipindi vya jioni vitakuwa na nguvu kuliko vya asubuhi. Ikiwa kuna mtu ambaye anataka kukutana na nguvu za Mungu, aje. Vipindi vya maombi vya jioni vitakuwa na nguvu sana. Vipindi vya alfajiri saa 11 asubuhi vitakuwa na nguvu sana. Hivi ambavyo wanakuwa wengi hivi, tutakuwa tukifanya neno na maombi machache machache, ila huwa Yesu anatafutwa na watu serious. Mungu
awabariki. Nilikotoka ninajua Mungu aliyofanya. Hapa ninajua atakayofanya. Na makambi niliyosalia mbele ninaamini atafanya. Usikubali kuendelea kubaki na Ukristo bila Kristo. Utataabika. Mungu awabariki.